kuimba hiyo kwa sababu mwenye anaimbisha ni nani? Soprano. So wakati mtu wa soprano anaimbisha na huyu ni wa alto, mtu wa alto ataimba, atajaribu kuimba soprano, lakini kuna notes ambazo hatafanya nini? Hatafika. Haya, mtu wa tena atashindwa kwa sababu ana mwelekezi, atajaribu kuimba kama huyo soprano. Itakuja hivi, si ndio? Mtu wa bass bado atataka kuimba utaratibu mzuri wa uimbaji. Tuko pamoja? Lakini unapokuwa na mtu wa soprano, chorista soprano hapo hapa, alto hapo hapa, tena hapo hapa, mtu wa soprano hapa ataimba sauti yake ya soprano. Mtu wa alto anapoimba, baada atakuwa na mtu wa alto atamuelekeza. Tena the same bass. I want to tell you, hakuna mtu hata mmoja atataka kukosa next Sabbath kwa sababu akikuja. Ndio maana unajua wakati mwingine wakati soprano baby hawana mwelekezi. Jambo la pili, wanapoimba sasa yeye ana sauti. Wakati mwingine unaweza kaa na mtu unapoimba hivi utakuwa na shughuli kweli kwa kuimba, lakini tunapokuwa na hizo sauti zote, kila mtu atachangamka kuimba, na wakati kila mtu anachangamka kuimba, kanisa linakuwa nini? Linakuwa sasa tutachanganya because hatutaimba BBC pekee. 176 ni gani? So, kwa Kiswahili ni 35. Kiswahili ni 35. Kila mtu ataimba sauti lugha yake. Haina shida. Kiswahili, Kizungu. That's how we need to sing in our church. Na nataka niwaambie, sio tayari tutaweza. Tutashinda kweli? Hii kazi ndio tumepewa na lazima tufanye nini? Tufanye ipasavyo. Tuko pamoja? Yes. So tutakapokuwa tunaimba hivyo, hata mbingu inafurahi. Tunaendelea kukaribisha
Mtakatifu anafanya nini? Anaendelea kuingia. Wakati pastor anasimama kuhubiri, unapata kila kitu kiko shwari, kwa sababu the environment is very calm. Watu wanaimba vizuri, umetulia, hakutakuwa na kelele. Lakini simama hapo uimbishe peke yako, story ndio wanaanza. Jana zote kulikuwa aje? Mbona watu hawaimbi? Unapata choristers anaanza kufanya nini? Kugombana. Anagombana. Mbona watu hamtaki kuimba? Watu naona mnapiga kelele, hebu nyamaza tufanye nini? Hapo Roho Mtakatifu anakuja kweli? Atakaa hapo. Choristers kugombana. Hapana, hawezi. Kwa hivyo tutakapokuwa na huo utaratibu, mambo yote yatakuwa sawa na kila kitu. Uimbaji utakuwa wa manufaa sana katika makanisa yetu. Pole kwa wale ambao wamesimama, viti zilikuwa zimefungiwa mahali. Huyo ni kama alisahau kwamba kulikuwa na mkutano, lakini amepigwa simu anakuja. So hamtasimama for long. Lakini kuna viti. Kuna majini zao. Mnaweza kuja, si hawa ni waimbaji. Wanaimbisha hapa mbele. Kama unaona uwezi simama sana, unaweza kuja ufanye. Viti vikikuja, tutasaidiana. Sawa? Wimbo mwingine, unasema namba 276 Kiswahili. Hiyo ile ya mwa. Hizi zingine hazina 276. 266 hazina. Hizi zingine za Kiswahili. Tuchague wimbo mwingine. Number 3. Number 3 Kiswahili. Naenda aje? Na huu wimbo kuna vile watu huwa tunaimba. Na jambo la pili, wakati tunapoendelea kufungua huo wimbo, kuna wimbo, wakati tunapoimba wimbo, tunataka tuangalie kwanza to understand the song. Sio? If you understand wimbo, mostly choristers lazima, kama wimbo ni wa furaha, fanya nini? Furahia. Ndio wale pia wafanya nini? Furahia. Lakini ukiimba uko umekasirika, uko na stress za jana nyumbani, kama ukipigwa tena kwa stage hapo unafanya nini? Unakumbuka hiyo kanisa itakuwa so tunataka unapoimba wimbo lazima tuangalie the message there. Number 3, the key. Yes. Always get the mood of the song. Yes. For example, mimi nimekombolewa, lakini nichache watu watafikiria kwa maana. I love the speed ya wimbo. Ulikuwa umekombolewa ama anachukua ki atamalizia wapi? Utapaa wapi sasa? Just what umepewa. You are old.
sauti imekukamata. Sasa ukimba vibaya, wale wataimbaje? Mwalimu vile amesema, that's why kanisa limechagua at least some choristers. Sio mmoja, wawili ama watatu. Every time ukiwa kanisani, please sio mmoja, wacha mwingie wote mbele, then we hear the harmony. Then we support that harmony. Tunaidia Mungu atukuzwe, lakini atatukuzwaje? Tuendelee nawe. Mungu atatukuzwaje? Kwa mambo sasa na mara nyingi kanisa zote limeingia, watu wanataka kwenda wimbo ni on the speed 6-8 speed. So wakati tunapoanza kila wimbo bila amesema lazima tuende na speed. Juzi nimekuwa kanisa lingine, sorry to say, chorister wakati anaendisha hana nadhani ni kama amefiwa. Unajua hata wakati mtu amefiwa, hata tulikuwa kwa matanga, wimbo lazima tuende na ile tempo yake, ile speed yake. Kwa sababu gani? Hatukuenda huko kulia. We went to encourage one another. Tuko pamoja lakini. So lazima tuimbe tukiwa na ile spirit bila amesema, tutapasamu the mood of the song, na lazima tuende ile ipasavyo. Choristers akilala kanisa lijifani. Amelala. Mungu. And then ni vizuri kama waimbaji. Ukichaguliwa chorister hivi, next Sabbath nyinyi ndio mnafanya nini? Hata tafuta hizi nini? Tunakuwa na media za hizo nyimbo zenye mnaenda kupractice. So fika huko mbele, play ikupee the correct key, the correct pitch. Ili wakati umemaliza unaweka kama mimi vile hapa sina pitch pipe ya pitch ndio nifanye nini? So unaweka hii. Atukuzwe. Tuko pamoja? So ukipata the correct pitch, then you will be correct singing. Tuko pamoja? Atukuzwe. Mungu atukuzwe. Three, go. See
conduct choir kanisa vizuri. Tuko pamoja? Because ukifanya nini kuna kitu tunaita phrasing. Yes, without that phrasing, Mungu atukuze na mambo yako. Yani ni kama mtu anakufa kifafa. Mungu atukuze kwa mambo yako. Tuko pamoja lakini? Lazima wakati unaimbisha wewe ndio conductor, wewe ndio dereva wa kanisa. So wakati una conduct, twende tu vizuri. Twende na hiyo tempo vizuri. Na ukifanya hivyo at the end of the day, I want to tell you kanisa letu litakuwa live. Tuko pamoja? The most important thing, si kuimba tu, si kusifu tu, lakini pia we are evangelizing. Tuko pamoja? Tunahubiri. Kuna mtu amekuja hapa kanisa siku ya kwanza. Akifika tu hivi, akipata kanisa iko lively, do you think atapotea? Atakuja, lakini akuja akipata ikiwa boring. Mambo yanakuwa sawa, si ndio? So, because of time na nimearifiwa kwamba tutaendelea, sawa? So tunataka tukue na devotion. Lakini kufika hapo kuna mtu amechukua kitu nyumbani. Hata tukimalizia hapa, tumalize ibada, tuende nyumbani. Si kila mtu atakuwa sawa? So naomba kwamba tutakapokuwa na huu utaratibu, mambo yote yatakuwa shwari. Na kanisa litafanya nini? Litakuwa live. Pamoja? Siku hizi vijana wanasema mambo ni live. Tuko pamoja? Mambo lazima ikae live. Hiyo ndio nilikuja the current inaendelea, mambo ni live. Mambo ni live. So tunataka tukue lively, kanisa likuwe lively. Tukaribishe Kristo, tukaribishe Roho Mtakatifu aingie kwa makanisa yetu ili sisi wote tufanye nini? Tuendelee kujipanga na kukaribisha Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu. Mungu awabariki. Tunaambia hao wenzetu waje. Bwana wa Mungu kujua kuingia. Bwana wa Mungu. Sisi tunaimba hivyo. That is the face of Satan. Tunaimba hivyo. That is the face of Satan. Kama tunaimba vibaya, sisi mzima kuna mwana hiyo. Don't take interest on what we are doing. There are 4 components of worship. One of the components is singing. Music has a very large part katika worshiping, katika hali yetu ya kumwabudu. So tunapoimba vibaya, I have been the first problems. Watu wanaimba kweli kweli. Nilikaa pale miaka karibu 11. Watu wanaimba kweli kweli. Tufanye kazi kule Nairobi. People sing like hell. Tumekuwa na kudu. Watu wanaimba kabisa. Lakini hapa watu wakichakulia maanani kwamba uimbaji ni kazi muhimu sana. Ningeomba kwamba kile tutakapokumaliza hapa programu ya leo, tutawasaidia na wale wenye wanafanya technical music. Mahali penye mko na mmoja wao, kindly approach that person. Alafu atasaidia kanisa. It would be so nice. Watu wakianza kujua hata kuimba historic songs. Dore mi fa sol la do. Mtu atajua hata jinsi ya transpose wimbo, hata jinsi kidogo ya kuandika, hata kama ni kidogo tu. Mungu abariki. Tunasema aje? So hata hivyo vile tuko hivi tuko live ba. Mambo iko la? Live Inuka TV. Tuko live vile tunaendelea kuongea. So kila kitu tunafanya hapa, watu huko hizo wanafanya nini? Wanaona what we are doing. So kwa wakati huu ningependa kumkaribisha mwenzetu Sylvester, Elder Sylvester, atufanyie devotion, na tukimaliza tutaendelea na huo utaratibu. Sitakuwa sawa? Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha? Asante sana, karibu sana.
Wapenzi wa Bwana katika jina la Yesu, jameni, mna jambo? Mna jambo? Asubuhi ya leo ya kwamba Mungu wetu ametuwezesha kuwa hai mbele zake. Tunamshukuru kwa sababu ya kipawa cha uhai. Pia tunashukuru wote ambao mmekuja kwa ajili ya tendo hili kuu ama kongamano hili ambao ni kongamano la uimbaji ambao Mungu wetu anapendezwa nao. Vile mwenzetu ametangulia kusema ni kwamba tuko live, na hivyo kila kitu ambao unafanya hakikisha ya kwamba umekifanya kwa njia ya utaratibu. Ninajua wengi wametoka katika Masailand, wengine wengi tumetoka katika Kisiland. Vile tunavyozungukwa katika field hii na station zetu 13. Hivyo ujumbe huu umetuwezesha ya kwamba umeweza kutangazwa vizuri, ndipo hasa tuko hapa. Mkutano sio saizi tunaoanza kwa sababu kulingana na ratiba yetu mkutano ulikuwa uanze saa 3 kamili, 31 hour ilikuwa dedicated for music. Vile wenzetu wamefanya ilikuwa imerodeshwa hivyo. Tuombe kwa sababu ya neno. Mtakatifu Mungu wetu ishie milele, ni asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Ni asante kwa sababu umetembea pamoja nasi. Mungu wetu, ni asante kwa sababu umetuacha tukiwa hai, ile hali wenzetu wamekufa sio kwa kupenda kwao, sio ya kwamba sisi ambao tuko hai tuko wazuri zaidi kuwaliko, bali ni mapenzi yako tuwe hai wakati huu. Tunapoingia katika neno lako, kuanzia vipindi vyetu katika semina hii kubwa, kuwa pamoja nasi na Roho Mtakatifu atangamane nasi, ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Kwa wale ambao mmesimama, tumefanya order ya viti, hivyo vinakucha. Mtuvumilie kidogo tu, kisha tutaendelea pamoja. Mungu wetu ni mkubwa ya kwamba ametuita mbele zake katika Sekefu headquarters ili tupate machache kuhusu mambo ya muziki. Kuna mtu ambao anatumia sana wakati tunaeneza hii mambo ya muziki, kulingana na uvumilivu na kutokuvumilia kwa wale ambao wako katika huduma hii. Huyu mtu ambao mimi natumia sana wakati mwingi kwa wale ambao tumekongamana pamoja anaitwa Paulo. Paulo kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Tena sio Sauli tu, alikuwa anaitwa Sauli mtesi wa wana wa Mungu. Hakuwa anataka kusikia ama kuona watu wakikongamana vile tumekongamana kwa ajili ya neno la Bwana. Kwa hivyo anytime, wakati wowote ambaye alikuwa ana hizi ama kuona watu wakikongamana, alikuwa anatafuta mabarua na kuwateza na wengine kuwaua, wengine kuwaweka katika gereza. But siku moja, jinsi vile kila mmoja wenu, kwa sababu sisi ni watu wakubwa na tumewahi kuyapitia, ni kwamba siku moja Paulo akiwa na mabarua ya kutosha amewekwa muhuri kwenda kuteza wana wa Mungu, akakutana na Mungu ana kwa ana, na kisha Mungu akamuuliza swali moja ambao ungependa kila mmoja wenu ajiulize: mbona Sauli waniteza? Sauli akauliza, we nani Bwana? Mimi nakuteza. Linalonichanganya ni kwamba kwa nini anasema we nani Bwana na anauliza we nani lakini anamuita Bwana? Ni kwa nini? Kwa sababu Sauli alikuwa anafikiri yeye ndiye supafu, yeye ndiye ako na uwezo, hamuna mtu mwingine ako na uwezo. Lakini ona sasa amepiwa na ameanguka, akachua ya kwamba huyu mwenye ameniangusha lazima atakuwa ni Bwana. Ndipo akamwambia, we nani Bwana? Yesu akamwambia aende
kwa sababu alikuwa kipofu. Nataka kupitia haraka haraka ili nifikie kiini nataka. Alikuwa amekuwa kipofu kwa ile miale ya mwangaza wa mwana wa Mungu aliye hai. Hivyo akamwelekesha aende katika mji wakutane na Anania ili Anania apate kumpatisa. Wakakutana, akampatisa na akatoka Sauli akaingia Paulo. Sauli mtezi wa wana wa Mungu akaingia Paulo mtumishi wa Mungu. Haleluya. Inanikumbusha ya kwamba mimi na wewe wakati moja tulikuwa kama Sauli. Kuna yale ambayo tulikuwa tunafanya hayakuwa yampendeza Mungu. Mungu alipokutana nazi, kila mmoja akapatiswa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tukageuka kutoka katika yale matendo ya zamani, tukaingia kuwa Wakristo na watumishi katika idara ya music. Haleluya. Tangu wakati huo linalonipendeza, Sauli likaisha kwa sababu lilikuwa jina la utezi. Akaanza na Paulo. Hamuna siku yoyote hati kifo cha Paulo namuona Paulo akirudi nyuma. Alisonga mbele, na la ajabu ni kwamba hata akasahau watu wa nyumba yake. Akaendelea kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Wakati mwingi tukiitwa katika idara hii, wakati mwingi tukiitwa katika utumishi wa Mungu, hatukui tayari kusahau watu wetu. Watu wanasema niko na ng'ombe na stahili kulisha, niko na watoto, I must take care of them, niko na hili na lile, mimi ni mwalimu lazima niende kufunza, hiyo semina hainifai. Lakini ni kwamba kwani Paulo alikuwa mtu mdogo? Paulo alikuwa mtu mkubwa, kiongozi, lakini akasahau yote, akaanza kufanya kazi ya Bwana. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 ukianza mstari wake wa kwanza kuendelea chini, lakini kwa sababu ya muda nataka kuifanya muhtasari tu, ni kwamba sasa Paulo, sio Sauli, sasa Paulo akaanza kuhubiri na watu wakamkana katika eneo yote. Akiingia tauni hii wanamkana, tauni ile wanamkana. Lakini siku moja kwa uzingizi akaona anaitwa aende kuhubiri injili katika eneo fulani la Thessalonika. Paulo alipoenda pale hakupoteza wakati, akaanza kuhubiri na kufanya kazi ya Bwana wakiwa na kundi kubwa. Lakini Biblia inamrotesha mwenzetu ambaye anaitwa Silas wakiandamana na Paulo. Wanapohubiri neno la Bwana, likaingia watu wengi wakageuka kama yeye Paulo alipogeuka, wakamkubali Yesu. Lakini jambo hili likawa ni chukizo katika eneo hile na katika mji mkubwa ama mji mkuu wa Filipo. Paulo akiwa anaendelea kuhubiri injili, siku ya Sabato, ni katika hiyo chapter 2 naendelea kuisimulia. Siku ya Sabato Paulo anakutana na kina mama pale mtoni. Wasomaji wangu wapendwa, kina mama gani walikuwa pale mtoni? Mmoja alikuwa anaitwa nani? Lydia na kikundi chake wa mama. Sio leo mmeanza mama kwa mama grupu silianza lini? Samani. Vile nasema Lydia alikuwa na ujuzi kamili wa kuunda nguo za aina yake na kuwapa maskini na zingine wakiuza. Hilo ndio chambo wale wa mama walikuwa wanafanya pale mtoni. Paulo akaingia nao kwa injili. Lydia na kikundi wakakubali, wakapatiswa. Hili likawa ni chukizo kubwa katika mji wa Filipi, mpaka likamletea Paulo kusikwa na kuletwa katika kanzo ambayo ilikuwa ni kubwa ya churches. Churches ni wale ambao watu wanaangalia masirai ya cases, si ndivyo? Paulo akaletwa kwa sababu alikuwa ameshtakiwa ya kwamba ako tayari kuturn mchi ule upside down kwa neno la Bwana. Akaletwa ili ahukumiwe. Kabla nimalize, kuna kitendo hapo kinamkuta Paulo. Sijui kama wewe ukipitia katika Filipo
hapo katikati. Filipi inamaanisha mji mkuu wa Thessalonika. Paulo akihubiri hapa, kuna msichana mdogo, umemuona msichana mdogo. Nataka kundi lote mnisikize vizuri. Msichana mdogo lakini mpiga ramli, alikuwa anaaminika na kikosi chote. Hili ndilo swala lilimpata Paulo. Hili ndilo swala lilifanya Paulo kuitwa, kwa sababu amegeuza msichana mwenye analeta mapato katika kanzo, amekuwa mwana wa Mungu na haleti tena. Hili ndilo swala kubwa ambalo lilimleta Paulo katika kuhukumiwa. Huyu msichana alikuwa ananena kitu na kinakuwa, kwa hivyo alikuwa anaaminika. Sasa siku moja Paulo wakihubiri, kabla wachaletwa katika hukumu, huyu msichana akawafuata kutoka nyuma, akapasa sauti. Sauti ilikuwa hii, mambo ya maajabu: nina wachua hawa. Sauti ya kwanza. Ya pili, ni watumishi wa Mungu aliye hai, na wamekuja ili wapatilishe nchi yetu yote ikuwe watu wa Mungu aliye hai. Kila siku msichana anafuata watu, anasema ninawachua hawa. Kama mtu ambaye ni mpiga ramli anachua watumishi wa Mungu na anapasa sauti, anawachua hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai. Je, sisi ambao ni watumishi wa Mungu katika itara ya music tunajulikana? Watu wanasema ninachua hii kwaya, ni kwaya ambaye naimba ikumtukuza Mungu ili kuwafuta wengi katika Yesu Kristo. Ama wanasema ninawachua hawa ni waimbaji tu, lakini baada ya kuimba kuna kitu wataenda kufanya. Nataka kuuliza umati, wewe binafsi kama mtu unajulikana na wa dunia kama nani? Kama kiongozi wa Mungu, ama kama kiongozi wakati watu wanakuona na wakati hauonekani? Kuna yara ambao unatenda. Paulo kajulikana, na msichana akakemewa, akatubu, akapatiswa, likakera kanso kumhukumia Paulo. Paulo wakaletwa, wakatolewa nguo sote mbele ya soko. Biblia inasema soko nzima. Nasafikiria kule kwenu soko ambao ni kubwa ni gani? Wewe unajua. Kuna wengine wanatoka Nyangusu, labda soko ya Nyangusu. Kuna wale wanatoka hapo Ogembo, soko la Ogembo. Kuna wale wanatoka bali eneo popote pale tumetoka kuna soko kubwa. Uletwe pale, alafu uambiwe utatolewa nguo zote. Nani atakubali? Wacha soko sasa. Saa hizi vile tuko hivi, tuseme kila mmoja akuje tukimtoa nguo zote. Nani atakubali? Hata tukisema na tuimbe Mungu amesema tutolewe, utakubali? Kwa nini? Ni jambo la aibu. Lakini Paulo wakatolewa sote, wakahukumiwa, wakapigwa michereji, wakanyimwa chakula. Hawa watu wenye wamepigwa, wamenyimwa chakula, hawana nguo, wanaimba na kufanya nini? Na kuomba. Wakachukuliwa katika gereza, wakawekwa ndani, wakafungwa, hata wakawekwa miti kubwa, lakini pato wanaomba na kuimba, wanaomba na kufanya nini? Na kuimba. Finally, huku kuomba na kuimba, Biblia inasema milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Wakakuwa huru. Na yule mlinzi akataka kujiua, lakini wakamwambia usijiue, tuko hapa wote. Tangu wakati huo injili ikapata nguvu na ikaenea. Watumishi wa Mungu ambao tumekuja hapa, tumekuja ili tupate nguvu mpya. Tukitoka hapa, injili ya Yesu Kristo aliye hai ienee kote. Haleluya. We keep on praying and singing wherever we go. Tunaomba na kuimba. Kuna watu wameishi katika idara hii kwa fitina. Wao patara ya kuomba na kuimba, kazi yao ni kuleta marumbano katika makwaya. Ni kuleta, yani mtu ana decide ya kwamba hii kwaya haifai, yangu ni inaweza fanya nini? Ni inaweza faa. Sisi ni watumishi wa Mungu aliye hai, na tutatiwa nguvu na Mwenyezi Mungu kupitia kwa kuomba na kuimba. Hallelujah. Thank you for listening, and let us stand up for a word of prayer.
Tuamini kwa sababu ya kuomba. Mwenyezi Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunashukuru kwa sababu ya fursa ambayo tumepata ya kipekee kama kikundi cha wahubiri kwa njia ya nyimbo. Tumekongamana hapa kwa sababu ya kuweza kupatiana wasia, na kwa njia ya kipekee mmeweza kuzungumza pamoja nasi kupitia kwa mnenaji kwa siku ya leo. Tuweze kujua kuwa tunapofanya kazi yako inavyostahili, hata shetani anatambua na anajua walio watoto wako. Hata kukiwa na shida vile tumeona, utatupigania kwa sababu kazi ni yako. Sasa tunapoendelea kwa siku nzima, tumejikabidhi mikononi mwako. Na kama waimbaji katika hii field, uweze kuonekana kupitia kwa kwaya zote ambao zitakuwa zikifanya kazi na vikundi mbalimbali ambao watakuwa wakishughulika na mambo ya mahubiri kupitia kwa njia ya nyimbo. Wanenaji wote ambao watafanya unenaji kwa siku ya leo, tumekabidhi kwa wao uweze kuwatumia kwa njia ya kipekee. Tukimaliza siku ya leo tuweze kuwa tumeimarika zaidi kwa sababu ya kazi yako. Sasa kwa pamoja nasi hadi tamati, kwani tumemaliza tukiamini kupitia kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. You know what? Tunaweza kutoka chini kwenda juu sasa, kwa sababu pastor atakuja kama kuhubiri. Ondara, mimi natoka kanisa la Nyamiobo, district ya Mangere, station ya Ogembo. Mimi ndio vice chairman wa technical hapa field katika upande wa music. Na tumekuwa hapa wakati mwingine tukichagua kanzo ya music kwa SEKEF, na kuna watu ambao walichaguliwa ambao ningependa kuwaleta mbele zenu. Chairman wa technical ni yule Mr. Naaman Onyango ambaye amekuwa na sisi hapa, na mimi ndio vice chairman wake. Elder Sylvester Omari ndiye anasimamia upande wa welfare. Elder wasalamia tafadhali. Wasalimu katika jina la Yesu. Jambo. Wakati ikifika tutaongea imani. Secretary wetu, simama uambie jina. Kwa wale ambao wanitambulisha kwa majina ni Elder Nathan Amina. Mimi ni katibu kwa sababu ya idara ya muziki kwa SEKEF. Chairman wetu ambaye hayuko pamoja na sisi, alienda wapi? Jacob Nyamiaka, nafikiri anakuja. Hayuko pamoja na sisi lakini hako njiani akikuja, tukiongozwa na Pastor Kevin Oyaro. Wale ambao walichaguliwa kama technical wako watu wengi. Elder Elkana simama Shem. Wale wa technical, nafikiri tuko wengi. Elder Onsake nimekuona pale. Nimeona brother Mosongo, pastor wetu ameingia. Nani tena ambaye nimesahau? Mosongo wasalamie. Mnamjua Elder Ondari wasalamie. Elder Onsake wasalamie. Brother Shemu wasalamie. Shemu anatoka Gotchak. Elder Ondari anatoka Ogembo Station. Elder Onsake anatoka Mangere, tuko na yeye. Lakini yeye ni kiongozi wa station pia. Elder Mosongo anatoka Kenyenya. Nani tena nimesahau hapa? Elder Naaman Onyango ambaye ni chairman anatoka Magenche. Wewe unatoka Kenyenya? Oh, Naaman anatoka Kenyenya. Kuna mwingine nimesahau. Basi kwa sababu nilikuwa nimeshikilia hapo kidogo ndio akuje, kuna mambo mengine ambayo tutawachulisha ile ambayo yale yalifanya tukawaita hapa. Lengo letu ni kwamba tuweze kukuza music more than it has been. Mungu ametujalia na vipawa,
Mungu ametusharia na resources, lakini hatujazitumia. I am a retired chief inspector of police. So na mimi nimesema kwa wakati huu nimekuwa nyumbani, yani nilale tu. I have to use the talent nilisomea music na niweze kuitumia kwa kazi ya Mungu. Kwa hivyo nampatia chairman wangu ili aweze kuambia ambayo tumewapangia kwa mwaka huu. Asante sana. Huyu ni msaidizi wangu kwa hii kazi kwa field. So kwa sababu watu ni wengi wako huko nje na nafasi imekuwa kidogo, chenye ningeomba wala ambao wamekalia viti utapepa kiti yako. Tuko pamoja? Tuende huko kwa hizo shades ziko huko. Hiyo nini ya hiyo ndio tutakaa. Hatutakaa this side or the other side. Sawa? So kindly tutoke hivyo. Tuende huko chini ndio tutakuwa sawa. Mungu awabariki. Asante wachane wewe. Inuka mlezi utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlezi utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia. Hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa nawe utukufu wa Bwana umekuzukia. Hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze, utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa.
sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Sio wakati wa kulala, amka wewe unayesinzia. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba. Yeye ajaye anakuja, mfalme anarudi, anakuja si kama mwana seremala tena, anakuja kama mwivi. Usipokuwa makini utatupiliwa nje. Sio wakati wa kulala, amka wewe unayesinzia. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba. Yeye ajaye anakuja, mfalme anarudi, anakuja si kama mwana seremala tena, anakuja kama mwivi. Usipokuwa makini utatupiliwa nje. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Na kuomba, kwani yeye ajaye anakuja. Wengine wanasema kuwa Yesu hayupo, wengine wanadhani kuja kwake ni kama ndoto. Hakuna ajuaye kuja kwake Yesu, hata malaika hawajui. Tukeshe na kuomba, kwani yeye ajaye anakuja. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali
kurekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. basi wale ambao hawaamini wasifanye nini? Kwa hivyo tukiona yeyote ambaye haamini, tutajua kwa kutoiba kwake. Mwalimu Songo mjione. Basi. Nataka tena tuimbe nambari 39.
nambari 39. Yes. Soprano mnatendi kuepa. Hawataki kufikia ile Mnatendi note. kuepa soprano, the high note, the high register. I love the song is a bit faster. Yes. Faster. Umepata huo wimbo sasa? Yes. Naenda haraka kidogo. So, tuonekane tofauti na vile tunaibanga kanisa. Yes. Hata tulikuwa tunafika kuomba tunasema Hebu tufanye majaribio kwa kurudia stanza moja katika wimbo. Sawa? Turudie stanza 1. Kuja. wapenzi. Wapenzi. Teresin. Pardon kwa nisapole. Pardon my wapenzi wa Bwana. Haya go. Unaelewana hapo? Basi tafadhali tunapochukua viti tuchukue pole pole. Nambari 32 sasa. 32. tangu kuamini. Sawa sawa. Sawa sawa. Basi tuimbe huo wimbo. Wale ambao mnakuja na sisi tafadhali mje pole pole. Basi tuimbe ninao 3 go. Ninao wimbo.
Now, 3, sing. Wacha kurindiolia. Wacha kurindiolia. Nao wimbo mzuri tangu. 3, sing. Ninao wimbo mzuri tangu kuamini wa Mkombozi Mfalme tangu kuamini. Tangu kuamini jina lake tasifu. Tangu kuamini nitalisifu jina lake. Kristo anitosha kweli. Tangu kuamini mapenzi yake napenda. Tangu kuamini. Tangu kuamini jina lake tasifu. Tangu kuamini nitalisifu jina lake. Ninalo shuhuda sawa. Tangu kuamini ninalo fukuza shaka. Tangu kuamini. Tangu kuamini jina lake tasifu. Tangu kuamini nitalisifu jina lake. Ninalo kao tayari. Tangu kuamini nililoridhiwa Yesu. Tangu kuamini. Tangu kuamini jina lake tasifu. Tangu kuamini nitalisifu jina lake. Alafu kuna notes zenye ambazo hatuimbi vizuri kwa hiyo kora. Tangu kuamini jina lake tasifu. Umepata hapo? Tangu kuamini jina lake tasifu. Tangu kuamini Nitalisifu jina lake. umepata hiyo? Tangu kuamini jina lake tasifu. Sawa? Basi. Mbogani tena mnaona tuimbe. Rudie chorus. Stanza 1 na chorus. Sawa. Tangu kuamini, tangu kuamini, tangu kuamini, jina lake tasifu. Tangu kuamini, nitalisifu jina lake.
kesi yako. Okay. Sawa sawa. Twende basi sasa na kwanza na chorus. Tusikie kwamba tumepata hiyo chorus vizuri kwa hizo notes. Inao wimbo mzuri. Teresi. Tafadhali mnisamee, mmeanza vizuri vibaya kwanza. Mwenye ako na wimbo mzuri kwa sababu amefanya nini? Amefanya nini? Ameokolewa. Tangu afanye nini? Tangu aamini. Yule mwenye anajikokota hivyo. Tangu dressing. Ninao wimbo mzuri tangu kuamini. Bahati mbaya kwa vile tuko katika ground ya kanisa, tungekuwa pale nje ingekuwa vingine. Mwalimu, na I'm requesting you sing what is supposed to be sung. Jambaza kwanza ndio tuingie. Fanya hivyo, lakini wacha nirudie. Kama tunyamaza alafu tuingie. Basi. Wacha sijali na basi mara ya mwisho. Chorus tu. Kuamini, tangu kuamini, jina lake tasifu. Tangu kuamini, nitalisifu jina lake. Tangu kuamini, jina lake tasifu. Hapo tu ndio inatakikana vile. Jina lake tasifu, tangu kuamini, jina lake Hatujapata wengine hapa huku. Umepata? Hatujapata. Kuja hapa upe maji. Umepata? Sasa tuimbe wimbo mzima sasa. Basi tuanze huu wimbo vizuri sasa. Halo? Halo? Yes. Tuanze wimbo vizuri sasa. Lakini mumaki hiyo.
jina lake tasifu, ninaoimba. Did it sing? Ninaoimba mzuri tangu kuamini kwa mkombozi mfalme tangu kuamini. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, jina lako lihimidiwe milele na milele. Ni asante kwa siku hii ya leo. Tumekusanyika hapa kama waimbaji, na ndio maana tumekuwa tukilitukuza jina lako kwa njia ya uimbaji. Tunaalika mbingu kushiriki nasi katika kongamano hili, na hata yale ambayo hayajatimia, Mungu tunaomba uingilie kati yapata kutimia, ili ibada hii iwe ya kusifu na kufana. Tuongoze kuanzia mwanzo hadi mwisho, ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Tunatulia radhi, tunangoja mtambo itaingia, lakini tutatumia sauti ambazo tumebarikiwa na Mungu tukingojea ile mitambo. So, tunashukuru Mungu siku ya leo ambao tumefika hapa kwa sababu ya uimbaji ama kwa sababu ya kumsifu kiongozi wetu. Alishikwa mahali na shughuli kidogo, lakini ataingia wakati wowote.
So nitafanya introduction kidogo kabla tujaendelea. Nataka kuona ni wangapi wamefika kutoka station zetu. Tuone watu wa Nyamache Station, Nyamache Station, Nyamache Station. Mfalme mjambo. Mungu ni mwema siku zote. Mungu yu mwema. Karibu ndugu. Tunaingia Nyacheki Station. Nyacheki Station. Coordinator. Na wakarimu wa mjambo wana wa Mungu. Siku mwema. Amen. Turudi Omosaria. 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 Wale. Coordinator. Mmoja wetu atusalimu. Mmoja wa Omosaria. Wana wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Tunaingia Mogenda. Mogenda Station. Mogenda. Coordinator. Ama mmoja wenu. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu wa mjambo. Kenyenya Station. Ambao ni wa hapa. Wenyeji wamekuja kwa wingi. Wenyeji, mmoja atusalimu. Wana na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Karibu sana. Ametuambia karibu. So we are free kwa sababu ametueleza karibu. Tuangalie watu wa Shartuka Station. Shartuka Station. Shartuka Station. Karibu sana. Ona my brother. Mjambo. Mjambo tena. Karibu sana. Wale wako mbali sana ni wapi? Dolgorian. Dolgorian. Dolgorian Station. Mmoja atusalimu. Mmoja wa Dolgorian atusalimu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Amen. Tunarudi Ogembo Station. Ogembo Station. Kuja kwa wingi, mmoja atusalimu. Ogembo. Wana wa Mungu na mjambo. Asante sana. Turudi Gochaki. Gochaki. Mmoja atusalimu. Gochaki. Kiongozi hapo pale. Jesus Christ mjambo. Kiongozi Etago. Etago Station. Mmoja atusalimu. Kiongozi hapo. Etago. Kuna wasalimu katika jina la Yesu wa mjambo. Hatujambo. Mungu awabariki sana. Amen. Nyamonyo. Nyamonyo. Nyamonyo Station. Haya. Mmoja atusalimu Nyamonyo. Wacha tuchukue viti pole pole. Tuchukue viti pole pole kwa utaratibu. Umetoka Nyamonyo. Magenche Station. Magenche. Magenche. Magenche Station. Haya, mmoja atusalimu. Mmoja wa Magenche. Kiongozi najua yuko lakini nani? Wasafiri wa mbinguni na wasalimu wa mjambo. Asante. Igori Station. Igori Station. Salimia.
Amen. Ni wapi kumebaki? Station gani iko hapa na hamjasikia jina lenu? Naamini tumemaliza hapo. Wote tuko. Nimeona representation na tunashukuru Mungu kwamba at least kila station iko na representation. Tumefika wote kuonyesha kwamba tunamtaka ukweli kumsifu Mungu kwa nyimbo ili malaika waendelee kuhudumu nasi. Na tunaendelea na programs. Wakati huu ningependa technicians kupitia kwa kiongozi wao waje watuongoze kidogo. Watafanya introduction. Tukiendelea kungoja program zingine. Na wasalimu wapenzi wa Bwana. Hamjambo? Hamjambo tena? Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tumefika mahala hapa. Na kwa niaba ya technician ningependa muweze kuendelea kusonga wakati nazungumza. Mwaka huu Mungu ametusaidia, ametubariki, na ningependa kwamba mwaka huu tuwe na mwamko mpya ili our field tuweze kuwa wanamuziki hodari. Sitakuwa vizuri? Kwa hivyo tumejipanga kutoka hapa na tuko na viongozi wetu wengi. Kuna wenye hawajafika lakini kuna wale ambao wako hapa. So ningependa kwanza niwakaribishe waweze kujitambulisha, muwajue these are our technicians. Ningependa waweze kuwasalimia mmoja baada ya mwingine, awaambie jina, mahali penye wanatoka, ili wakati tutakapokuwa tunawatuma your various places, station, district levels, at least mtakuwa mnajua technician wenu ni akina nani. Sitakuwa vizuri? Kwa hivyo ningependa kuanza na okay, nimeambiwa niweze kujitambulisha kwanza. Kwa majina ninaitwa Naman Onyango. Naman Onyango Rumumba. Kanisa langu ni Riokindo Central Sabbath School, Riokindo District. Mimi ndiye kwa wakati huu ndiye nasimamia music technicians kwa field mzima. At the same time mimi ndiye coordinator wa Kenyenya Station. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha waweze kujitambulisha ili tuweze kuendelea kwa mpangilio huo. Sawa. Wapenzi wa Mungu na wasalimu wa mchambo. Huyu ni mwalimu Mosongo kutoka Kenyenya Station. Tena mimi ni mwalimu hao wote. Niwafundisha kama huyu nilifundisha class 3. Weka mkono juu. Sana ni 3. Samani. That's 1979. Na hako ndani. Mr. Ondali ndio tulianza naye music na Mr. Nyakora na wengine. Mr. Ondali. Sasa chenye kimetuleta hapa, niongee kwa kilugha kidogo, obomanyi. Tukubali tujue nyimbo. Ndio imetuleta hapa. Tujue kuimba. Sana sana hizi nyimbo za kitabu hii. Obomanyi. Si vitu mingi. Pia ni mwalimu wangu. So, amefunza watu wote. Thank you. Amjambo wapenzi wa Mungu. Jina ni Sakari Onchoke. Sakari Onchoke ni mwalimu wa music. Nyacheki Station. Nyacheki Station, hebu fanya mikono hivi. Inua mkono. Najua walikuwa wanasema Nyacheki hatujaona. Pastor wamefika. Nyacheki wapo. Ni mwalimu natoka huko Orion Tueka Church. Na nimewakaribisha sana. Sisi wote ni walimu wa music. Nafikiri tunajuana wengi. Wana wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Nasikia sauti yangu si ni kubwa kuliko hawa. Nimezoea kuamrisha. Kwa majina naitwa Kennedy Ondara. Kutoka station ya Ogembo, kanisa ni Nyamiobo. District ni Mangere. Mimi wakati huu ndiye mwenyekiti msaidizi wa Mr. Naamani. Nafikiri Mungu atakapokujalia vile Msonga amesema, we want to know music better
kuliko vile tunavyoijua, ili music iweze kupata nafasi katika worship service kanisani. Mungu awabariki sana. Wapenzi wa Bwana, tena hamjambo? Bwana asifiwe. Ijapokuwa ni walimu wangu wakuu, mimi ni mmoja wao katika hiki kikundi ambaye najaribu tu kuwafuata, lakini wamenifunza mengi. Vile walimu wengine wamesema hapa hivi, kama huyu mzee tumekuwa tukikutana naye tangu South Kenya Conference na wengine wengi, kwa hivyo wamekuwa nguzo kuu katika hii idara. Kwa jina mimi naitwa Shem Mombasa. Shem Mombasa ni mmoja wa washiriki wa kanisa la Nyakichenje la Kiadventista. Vile vile ni kiongozi katika station yetu ya Gotichaki. Kwa hivyo tunawakaribisha. Gotichaki ndiko pastor wetu, Pastor Kevin anatoka. Hebu nione tu kwa mikono tafadhali kama tulikuja kutoka pale Gotichaki. Angalau leo ameonekana. Mungu awabariki sana, na tuwaambie wengine waje. Jana tulijifundisha ya kwamba Yesu akiwa kama msabibu, sisi ni kama nini? Matawi. Na sisi msabibu wetu ni hapa, tukiitwa tuje ndio tupate mengi. Karibu sana. Tunashukuru na mlaga. Tunashukuru aje. Unajua sisi wa Masai hatuelewi hii maneno. Bwana asifiwe. Enda soma Bogin. Bwana asifiwe tena. Huyu ni Jacob Leparan. Station ni Logorian, coordinator pale. Sitaki niseme mengi. Mwalimu Mosongo asante kwa sababu chini ya ukufunzi wake tumekuwa jinsi tulivyo. Mungu na akuongezee siku. God is good all the time. Mimi ni Ondali Elikana kutoka Tendere District, Ogembo Station. Kanisa inaitwa Temboa. Mimi ni mwalimu wa music. Here I'm the coordinator from Ogembo. I wish you well. Tuwe tayari. Yesu yuaja. Tuwe tayari. Tuwe tayari. Yesu yuaja. Sakia Hudson kutoka Mangere, Ogembo Station. Tunataka kushirikiana na nyinyi tuone kama muziki umerudi vile ulikuwa. Tumeleta vitu vingine vya haribu. Tunaona? Na inaharibika kupitia kwetu. Mungu atusaidie. Asante sana. Kufika hapo kuna wenzetu ambao hawajakuja. Bwana Lazarus Nyanchwaya kutoka Magena. Kuna Keganda pia Samuel pia hajaweza kufika. Samuel Keganda. Then we have Elda Ogachi kutoka Simon kutoka Etago Station. Yeye ni mgonjwa, tuendelee kumwombea. Angefika lakini hakuweza. Kuna bwana Nyamiaka Jacob ambaye atatujoin. Kuna mahali penye alikuwa elder but atatujoin as time goes by. Na pia ningependa kumkaribisha the only lady amidst men ambaye atakuwa anashirikiana pamoja nasi ambaye ni Madam Elsheba. Madam Elsheba anatoka Ogembo Station, Sunshine SDA Church. Atatujoin na ataendelea kushirikiana pamoja nasi. Ni wangapi wanamkaribisha? Karibu sana, utaweza tusalimia. Habari zenu tena. Nimekuwa nikifunza wale wavulana music, wale wa grade 10 mpaka form 4, lakini nimekuwa nikiogopa watu wakubwa. Mniombee nisiwaogope, niwafunze. Asante sana, ni mwalimu wa muziki. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa our technicians, kuna wimbo ambao umetoka Union
ambao ni set piece ya mwaka huu waweze kututambulisha, watuongoze. Nimewapa dakika 10 pekee. Dakika 10 pekee tumalize ili tuweze kukaribisha pastor. Ningependa kukaribisha Bwana Undara ambaye ni naibu wangu aweze kutuongoza kwa huo. Abana banyasa embu ya more. Wana wa Mungu kutoka Kilgoris na Roligoli ni hamjamboni. Basi wimbo wetu vile mmesikia ni namba 154. Yani pasa kuwa naye. 154. That song imeandikwa katika key E. Nafikiri wale tuliingia kwa ile nyumba mpaka tuweze kuingia ndani ndio tuligundua kumbe hata hakuna fiti tulipoingia ndani. So ile tumepewa ndio itatufanya tuimbe smoothly bila kuwa na shida yoyote katika huo wimbo. Wakati unapo pitch chini wimbo unaharibika. Ukipitch juu soprano watashindwa kuimba. So ile itapewa kwa kila sauti iweze kusing that song very comfortably. So hata wakati unapopresent inaonekana kana kwamba wimbo huu umejifunza. Wakati huu nitawalika walimu naende gokwenda ugoja pam 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 ruka kidogo, right? Tumeelewana? I've given you the number of beats 1 2 3 down out up down out up. Kera inumo go jigo train ye kwa area ino. Alafu pam 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 go charo kabu no go chikolige tunga go charo kore bo. Tari pam 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 pam. Alafu matamushi pia tutakuja kuongoza na Mr. Onsongo Mosongo. Yeah, the third is offbeat. Offbeat inamaliza 1 2 ta ta ta. It's a very sweet song. Mi fa so. Alafu sijui kama muta iko juu kidogo. Mi fa so. Siende sana. It's okay. La so mi la so re mi so fa mi fa so mi do la so mi do da ti la so mi so mpaka hapo tutafika pale. All right, twende basi. Mi fa so mi fa so mi fa so mi that note. Aba wengine wale wa mama wanaimbanga soprano. Sasa yani pasa ku
wamama wale wa soprano. Twende. Si Bwana wangu akiwa karibu napata nguvu kweli. Haya, mpaka hapo hakuna. Akiwa karibu nami napata nguvu kweli. Hapo ndio mnafika, napata nguvu kweli. Kwa hata hiyo nguvu kweli hauna. Yanipa, twende. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu akiwa karibu nami napata nguvu kweli. Haya, boka. Wacha kwenda moyo, hauogopi, utaogopa saa hii. Yanipa soprano peke yake, gom. Waachie hapo. Mnaimba yanipasa kuwa na, mnaimba hivyo. It is yanipasa kuwa naye Mwokozi. Uko tinya tinyoria. Wale wa Maasai ambao msiki kutinya tinyoria ni ile unakata kidogo. Yanipasa, twende. Yanipasa ye Mwokozi wangu akiwa karibu naye napata nguvu kweli. Napata nguvu kweli. Nguvu wa kwengereri. Napata nguvu kweli. Na toka hivyo hivyo. Asenara utokoroka nga kwengereri. Napata nguvu kweli. Tali. Napata nguvu kweli. Alafu angalia pale Mwokozi. Yanipasa kuwa naye Mwokozi mwateba tali Mwokozi. Unasemaje matamshi hapo? Matamshi Mwokozi. Right? Kuna kitu inaitwa diction. Amenipatia hii mic, sasa itabidi na mimi niseme kidogo. Phrasing, tunapumua wapi? Yanipasa kuwa naye. Mnaweza shika hii mkiendelea kuimba. Unajua ukinipea nitaenda alto na si kutaka hivyo. Ama niende alto. Soprano mnaweza imba peke yenu sasa. Tunaangalia makosa mnapoenda kufunza. Bwana wangu akiwa karibu nami napata nguvu kweli. Aba yani wewe rhythm ngakeka ta 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 de te ta 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 ta. Hapa mbele very fast. Usichukue kiti cha mwingine kwa haraka kabisa. Yonipa mkuje hapa sasa. Tutasonga nyuma. Tunge kuna waya pale pole. Aya tekni akiwaka nami napata nguvu kweli. Nguvu kweli. Na kiko kaichenche tigo.
time. Ready, go. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana. Najua stance imeisha. Okay. Karibu nami napata nguvu kweli. Okay, Shem, can you go through? Tuimbe 3 sing. Kozi pa yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu. Very soprano, come very fast. Muje haraka, we join that. Alafu tumalize. Na msiende kuimba vile soprano. Muchunge hapa. Alto. Wako wapi? Bas. Ni to. Simu mujaribu. Soprano peke yake. Initials peke yake. Tutulie. Yes. Imba alto na imba soprano. Okay, alto. Imba alto. Nani aimbe sop? Alto. Nipa stop. Yo, nipa. Pam papa. Nataka waweke. Pana alto. Mwokozi, hiyo mnatamka vibaya. Siko 4 ndio nilikuwa nasema Mosonga kasema tuende 3. Yeah. SPD, yeah. SPD, yeah. Uhogopi. Yeah. Uhogopi. Unaku. Tikisika. Ogopi. Very good. Very good. Ready, go. Ready, go.
Wajulishe mwalimu. Wajulishe mwalimu. Kuna maneno yapo hapo. Kuna maneno yapo hapo. Moyo huogopi kabisa wala kutikisika. Lakini mtamuke. Lakini mtamuke. Nitakwenda apendapo kwa kuwa anilinda. Anilinda. Atuanze please. Technicians, sikiza. Technicians, kwa sababu ya muda tumalizie hapo kwa sababu kuna vipindi vingine vinaendelea. Okay. Tafadhali, it was just but introduction. Yes. Mahali kumepakia, kuna wakati unakuja, tutakutana katika stations. Asante sana. Other districts. Asante. Thank you Bwana Technical Chair for taking your time. Tunaalika secretary atusomee minutes ya mkutano ulioisha, ndipo tuendelee na program tena. Tukimaliza na secretary, tutaalika chair welfare pia. Ni katibu kwa idara ya muziki kwa Southeast Kenya Field. Wakati ningependa kuleta kumbukumbu ambazo ziliweza kuzungumziwa na kamati kuu ya muziki tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu. Tulikongamana kama kamati katika jumba letu hapa kwa headquarters boardroom, na wale ambao walikuwa wamefika siku hiyo ni pamoja na patron wetu Pastor Kevin Oyaro, station coordinators ambao walifika. Tuko na Sylvester Omari Mogenda, Shem Ombasa, Gotchak Onserio, Hezron Kenyenya, Joseph Kononkoi Shatuka, Lemaso Shadrack Shatuka, Yukapet Mongeri Magenche, Emmanuel Kimuratha Shaltuka, Kenneth Ondara Ogembo, Bill Okemwa Nyamonyo, Elikano Ondari Ogembo, Job Omboga Umusaria, Jacob Nyamiaka Nyamonyo, Nahaman Onyango Kenyenya, Samuel Orenge Mogenda, Esther Nyabuto Kenyenya, Nathan Aminga Magenche, Eunice Chiluka Kononkoi Kiligoris, Alice Orwaru Nyamonyo. Agenda ya siku hiyo zilikuwa vile inafuata. Tulikuwa na opening remarks, preliminaries. Ya pili ilikuwa ni music fair 2026. Nyingine ni song and registration. Ya ine ilikuwa ni ya field elections ama viongozi wa muziki kwa sababu ya field, na mambo mengine ambayo yangeweza kutokea baadaye. Kwa sehemu ya kwanza preliminaries, tulikuwa na kiongozi wetu ambaye alikuwa akituongoza miaka 5 ambayo imepita, Elder Sylvester Omari aliweza kuita kamati iweze kuwa katika mkutano, na tukaanza na wimbo 150 kwa Kiswahili saa 3:40 asubuhi. Tulipewa sauti na elder wetu ambaye ni Jacob Nyamiaka, na pia Elder Sylvester Omari akaweza kutoa ombi la kufungua mkutano. Kisha akaweza kumwalika pastor ambaye ni patron wetu wa muziki hapa kwa South Kenya Field, Pastor Kevin Oyaro, kwa sababu ya devotion ambayo aliweza kutufundisha kutoka kwa Biblia, kumbukumbu kitabu cha First Chronicles 6:31-32 na pia 16:7 hadi fungu la 10.
minute ya pili ilikuwa ni Music Fair 2026 ambapo tulifahamishwa kupitia kwa patron wetu ambaye ni Pastor Kevin Oyaro kuwa mwaka huu 2026 tutakuwa na Music Fair ya Union imepangwa, na tunaenda kumalizia mara ambapo tungemalizia mwaka uliopita kwa Central Kenya Conference, lakini sio Murang'a. Kutakuwa na venue tofauti within Central Kenya Conference hapo Nairobi ama karibu na Nairobi hapo. Na tarehe za Music Fair kwa Union tunatakiwa kwenda huko Nairobi kuanzia tarehe 9 mpaka 13 Desemba. Na nimewaambia kwa venue mahali itafanyika mtaambiwa baadaye, baada ya kamati ya Central Kenya Conference kuafikiana ni wapi tutafanyia mkutano huo. Na kama South East Kenya Field tuliweza kuulizwa kwa ikiwezekana mwaka huu tuweze kuwa na kwaya zisizopungua 150 kwa Union. Kwa hivyo tunatakiwa kuwa zaidi ya 150 kwaya kutoka South East Kenya Field. Na kwa sababu ya jambo hilo, kamati iliweza kutoa mapendekezo yafuatayo ili kuweza kujiandaa kwa sababu ya Union. Tutakuwa na presentations, music fair zetu tutaanzia kwa district level. Juma la kwanza mwezi wa 6 mwaka huu tutakuwa tukiimba machoirs kwa district level. Na mwezi wa 7 July tutakuwa tukiimba kwa station levels. Na field level tutafanya music fair mwezi wa 9 September. Na kwa mwaka huu venue ya field level imeweza kuwa proposed, tutaifanya within Lorgorian station. Kwa hivyo viongozi wa Lorgorian watafikia mahali ambapo kutakuwa na venue mzuri, tutaenda kufanyia field level music fair within Lorgorian station. Watatuambia ni wapi wakati ukifika. Minute ya pili ya tatu na maanisha ni juu ya song and registration, kujiandikisha kwa mambo ya muziki hapa kwa field. Kwa round hii jambo la kwanza juu ya wimbo ambao umeweza kuchaguliwa na union yetu, tulifahamishwa kuwa ni wimbo namba 154 kutoka nyimbo za Kristo, ambao naamini technician wamepatia sauti kidogo hapa. Kwa hivyo tuendelea kufanya bidii kwa sababu ya kujifundisha, tukianza music fair tuwe tumefahamu vizuri. Kwa ajili hiyo technicians waliulizwa waweze kuanza mambo ya kufundisha kwaya zetu immediately. Jambo la pili katika hiyo minute, ili tusiweze kuwa na kujiandikisha katika kila level. Najua mnakumbuka kwa wakati uliopita tulikuwa tunafanya registration, tukienda kuimba kwa district level kwaya inafanya registration, tukienda kwa station tena inafanya registration, tukienda kwa field tena inafanya registration. Sasa kamati iliweza kuafikia kuwa tutafanya registration mara moja ambayo itashughulikia hizo music fair za district level, station level na field level at once, na itakuwa registered kwa shilingi 1000 peke yake kutoka kwa kila kanisa. Kanisa ndio itapatiana shilingi 1000 kupitia kwa pastor wa district, iweze kuja kwa hapa headquarters, record ya kanisa ambayo imefanya registration, hiyo registration transaction number iweze kupokezwa kwa pastor wetu ambaye ni patron, ili tuweze kujua ni kanisa gani ambayo imefanya registration, ambayo itashughulikiwa kwa sababu ya trainings na kwa sababu ya music fairs. Kwa hivyo ni shilingi 1000 kila kanisa registration, na itafanya mambo haya yote. Hiyo registration ya 1000 tukifanya zote makanisa yote ambayo tuko kwa field mzima, ndio itashughulikia mambo ya trainings. Kwa hivyo tukitumiwa technician kuja kutufundisha,
kutoka kwa idara ya muziki hapa kwa field watakuwa wakiwa facilitate kupitia kwa hiyo registration na hizo vya zingine zote ambazo tumekuambia kwa field paka kwa district na station. Na waliuliza kuwa ili iwezekane iwe vema registration iweze kufanywa kwa haraka. Ilikuwa inatakiwa iishe kufikia mwisho wa mwezi uliopita. Tulikuwa inatakiwa kuwa makanisa yote yao yamefanya registration 1000, kazi ianze vile tumeanza siku ya leo hivi. Sijui kama tumefanya registration. Na kama kwa kanisa kuna kwaya zaidi ya moja, najua tunashughulikia kwaya ya kanisa, the church choir ndio tunashughulikia sana hapa. Lakini kama kanisa lako limejaliwa mko na vikundi wa waimbaji ambao ni kwaya za kanisa, ziwe registered, ziwe na minute. Tusikuwe na kwaya ndani ya kanisa ambayo haina minute ya board na business meeting, ambao najua tuna kwaya ambayo iko na washirika fulani iko kanisa letu. Na hiyo kwaya ikitaka kufanya kazi katika idara ya muziki iweze kuwa registered hapa kwa field pia na 1000. Siku hizi tumegundua kwa kuna kwaya zingine ambazo tunakuwa nazo kwa ndani ya kanisa mingi, ministries what like that. We wanted them to be controlled. So kwa hivyo tusikuwe na kwaya watu ambao wanaimba tu ni kwaya na hata hakuna minute ambayo imewaruhusu. Kwa hivyo kwa zote ambazo ziko ndani ya kanisa wafanya application kwa board, wawe registered, wawe recognized, wapewe minute, wanajua vile wanafanya. Ili kukiwa na shida kanisa inajua jinsi ya kuweza kushughulikia mambo kama hayo. Na pia wakuwe registered hapa kwa field with 1000, wakiwa na nia ya kuja kuparticipate wasiweze kuzuiwa kwa sababu ya kuparticipate kwa mambo ya music programs kwa field hapa. Na kwa jambo hilo la registration, registration ambayo haikuweza kuzungumziwa ameweza kubadilishwa ni ya union. Tukienda kwa union imebaki shilingi 3000. So tutakapoenda Nairobi kwaya itaregister na 3000. Lakini hapa kwa field nimewaambia vile inakuwa. Okay, nimechukua muda kwa hiyo minute kwa sababu ni ya muhimu sana tuweze kuifahamu, tuweze kuchukua ujumbe ambao unafahamika kwa makanisa yetu, tusiweze kuwa na mgongano pahali. Viongozi wataelezea zaidi wakipata nafasi. Minute nyingine ilikuwa ni ya kupata viongozi ambao watatuongoza kwa miaka hii 5 ambao tumeanza the Quinium, na kupitia kwa kamati ambayo iliweza kukongamana hapa, waliweza kuwachagua wafuatao waweze kutusaidia kwa sababu ya mambo ya muziki. Patron wetu kwa idara ya muziki ambaye atakuwa kiongozi wetu ni Pastor Kevin Oyaro, na coordinator wetu ambao atakuwa akituongoza ni Elder Jacob Onyamiaka. Msaidizi wake ni Madam Eunice Chiluka. Katibu kwa idara ya muziki atakuwa ni Elder Nathan Aminga. Mweka hazina wa muda tunaita interim kwa mambo ya muziki ni Mr. ama Elder Job Oyaro. Technician ambaye ni kiongozi wa technicians chairperson ni Mr. Naaman Onyango. Msaidizi wake ni Elder Kenneth Ondara. Anasimamia maslahi welfare chairperson ni Elder Sylvester Omari. Msaidizi wake ni Madam Esther Siriba. Na wanakamati kwa kamati kuu hiyo ya muziki hapa kwa field ni wafuatao members. Corporate members ni Elder Jacob Obara, Frederick Nyaberi, Gilbert Siko na Shem Ombasa. Kwa sehemu ya media naona wanaendelea kufanya kazi hapa. Technician wetu, media technician ni Elder Andrew Okwena. Minute ya 5 na ya mwisho AOB. Kamati iliweza kuidentify wale ambao ni technicians wetu ambao watakuwa wakitusaidia kwa sababu ya mafundisho, na umeona wakifanya kazi hapo. Ni wengi wako, wengine hawakuwa hapa. Ningependa kusoma majina machache ambao wale ambao waliweza kujulikana kuwa ni walimu wa muziki ambao ni technicians wetu wa field. Mkihitaji usaidizi mnawaita. Tuko na Jacob Onyamiaka, Elikana Ondari, Naaman Onyango, Zakaria Onjoke, Samuel Musongo, Samuel Kiganda, Kennedy Ondara,
Lazarus Nyachwaya, Jacob Obara, Shem Ombasa, Simeon Ogachi, Job Onchari, Adson Onsakia, Emmanuel Ngoshe, Gerindo Atebe, Charles Mainga, na huyu anazungumza hapa naye anaendelea kufundishwa kwa technician, was cooperated also Nathan Aminga. Pia na kuna mwingine ambaye madam ambaye sijamweka jina hapa, ambaye naona technician anaweza kumleta, mtanisaidia niweze kuliweka. Kwa hivyo hao ni technician ambao tuko nao kwa field yetu. Tuko na utajiri mkubwa wa technicians. Kwa hivyo from this side we expect our choirs to be very smart. Na baada ya hayo, kwa sababu hakukuwa na tena na shughuli nyingine, kamati ama meeting iliweza kukamilika mwendo wa saa 6:50 ya mchana na ombi kutoka kwa Elder Sylvester Omari. Kumbukumbu ambazo nimeweza kuwasomea zilinakiliwa na secretary ambaye ni Elder Nathan Aminga kwa idara ya muziki hapa South Kenya Field. Nashukuru kwa kusikiza. Okay. Nimefahamishwa tu niweze kusoma kuna meeting ya pili ambayo ilifanyika. Sasa ni ya executive committee ya music. Iliweza kufanyika hapa kwa field pia. Tulianza saa 4:51 asubuhi na ombi kutoka kwa pastor wetu, patron Pastor Kevin Oyaro. Devotion tena aliweza kutufundisha kutoka kwa kitabu cha Yohana 12:32 ambaye inasema Yesu alisema kuwa nikiinuliwa juu nitawafuta watu wote kwangu. Waliofika kwa sababu ya executive committee ni Pastor Kevin Oyaro, patron wa muziki Sekef, Elder Jacob Nyamiaka ambaye ni field coordinator, Elder Sylvester Omari welfare, Elder Job Omboga treasurer, Mr. Naman Onyango technical coordinator, Elder Nathan Aminga ambaye ni katibu. Agenda siku hiyo zilikuwa ni registration and the mode of payment, seminar ya waimbishaji ambao ni choristers, music directors, viongozi wa choir na wa muziki kwa kama kanisa pamoja na technicians kuanzia district level ama churches level, district, station pamoja na field ambao tuko nayo hapa siku ya leo. Ya tatu ilikuwa ni trainings and music fairs, na ya nne ilikuwa ni juu ya welfare, na ya tano kulikuwa na issue ya agenda kwa kamati. Kwa registration na mode of payment, executive committee iliweza kuafikiana kuwa registration iweze kufanywa kupitia kwa coordination ya pastor wetu ambaye ni patron, kupitia kwa patrons wa muziki wa station waweze kuafikiana na wale ambao wako kwa district pastors ili registration ifanywe kupitia kwa district pastors ambao wataleta itakuwa ikilipwa kwa bei pili ya kanisa 247 na account ya kanisa letu hapa kwa field ni 528697. Sio kama kulikuwa mtu amekitaka kuandika hiyo, mjue mahali mtatuma pesa. Pay bill ni 247 account number 528697. So record of churches registered, zile ambazo zitakuwa registered iweze kuwa submitted, iweze kupeanwa kwa field music coordinator Pastor Kevin Oyaro, kiwa na transaction number kupitia kwa pastors wetu wakati watakapokuwa wanaleta hizo report. Minute ya pili ilikuwa juu ya seminar ya choristers, music directors, choir directors na technicians kuanzia church level, district level, station level na field level. Na kamati iliweza kuafikiana kuwa tuweze kuwa na seminar tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu 2026 kuanzia saa 3 asubuhi
hapa kwa field headquarters ambayo inaendelea kwa wakati huu. Na minute ya 3 ilikuwa ni trainings and music fairs. Tuliweza kuafikiana kama kamati kuwa mambo ya training ya set piece na nyimbo zingine kwa kwaya zetu iweze kuanza immediately. Kwa hivyo tarehe 6 ambayo ni Monday, kesho, technician wetu watakuwa kwa station ya Kenyenya A. Kenyenya A, kwaya zote unatakiwa kukongamana Kenyenya Main Church. Hiyo ni Kenyenya substation I mean. Unatakiwa kufika nyote kesho tarehe 6 mwezi wa 4 huko Kenyenya Main Church kwa sababu ya training ya set piece na nyimbo zingine kwa sababu ya Union Music Fair. Tarehe 8 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano Okay. Jumatano. Sawa. Kenyenya B ambayo ni Magena region. Magena substation tena tunaita hiyo ni Kenyenya B hiyo, vile mnajulikana hivyo, mnajijua. Mtakongamana Magena Main kwa sababu ya same training. Tarehe 12 Jumapili ijayo, Nyamonyo station kwaya zote zitakongamana Nyamonyo Church kwa sababu ya training ya set piece. Station zingine ambao mmefika hapa siku ya leo kwa sababu hatungeweza kupata utayari wenu. Kwa hivyo station zote ambao mko hapa msiweze kwenda kabla hatujajua ni siku gani wageni watakuja kwa station zenu kuwafundisha mambo ya set piece. So all other stations remaining ambao sitasoma hapa, viongozi mko hapa, muweze kunipatia tujue ni wakati gani ili matangazo yaweze kufika mapema, makwaya wajiandae kwa sababu ya training ya set piece kwa station level. Minute ya 4 ilikuwa ni mambo ya welfare. Tulikuwa tumeanza program ya welfare na tulikuwa na case moja ambayo imefanyika tayari lakini haikuwa imekuwa official. Sasa kupitia kwa hiyo kamati, wale ambao wanashughulikia mambo ya welfare ambao atapata nafasi ya ongea kidogo juu ya welfare, waliweza kufahamisha kwa waendelee kufanya ufahamisho ili tuweze kupata members ambao watakuwa kwa hiyo welfare ya waimbaji kwa field mzima. Yakisha pata members wa kutosha, sasa members ndio wataitana waweze kuwa na kamati yao, waweze kuweka sheria na mipangilio ya kuendesha mambo ya welfare kwa field yetu hapa. Minute ya 5 ilikuwa ni mambo ya agenda. Tuligundua kuwa kwa executive committee tuko na wazee peke yao, wale ambao niliwasoma hapa. Kwa hivyo ikahitajika kuwa tuweze kuwa na uwakilishi wa kina mama. Na kupitia kwa hiyo kamati, wafuatao waliweza kuwa co-opted wawe members wa executive committee ya muziki hapa kwa field. Madam Eunice Chiluka ambayo ni msaidizi wa kiongozi kwa field atakuwa member kwa kamati kuu ya muziki hapa kwa field. Pia na Madam Esther Nyabuto ambaye ni msaidizi kwa welfare pia aliweza kuwa co-opted aweze kuwa member kwa kamati kuu ya muziki hapa kwa field. Minute ya 6 ni juu ya facilitation of facilitators, kwa wale ambao watakuwa wakituma kama technicians kwenda kutufundisha wakikuja kwa district zetu. Kwa hivyo mtakuwa mkiambiwa kutoka kwa field hapa. Kwa hivyo our technicians watakiwa wakiambiwa vile watakuwa wakienda kwa hizo trainings kutoka kwa field hapa kwa ofisi, na mnapowahitaji itakuwa vema muweze kuwasiliana na ofisi ili tuweze kujua ni nani ambaye anakuja kwenu kwa sababu ya programs za trainings. Minute ya mwisho juu ya mkutano uliweza kukamilika saa 6:30 mchana. Pia tukamaliza na ombi kutoka kwa pastor wetu Kevin Oyaro. Shukran. Asante sana. Asante ndugu Nathan. Nataka kumkaribisha
kiongozi wa welfare anene jambo. Acha tumlete kwanza Bwana Naman, ako na jambo. Jambo tena. Mko na furaha kweli? Sasa tunataka wale members ambao walikuwa kwa hizo meeting kamati waweze kusimama. Wale wenye walikuwa ile meeting ya kwanza, naomba muweze kusimama. Je, yale ambayo yamenenwa ni kulingana na vile tuliongea? Mnakubaliana nayo? Haya, asante, mnaweza kaa. Na meeting ya pili sijui kama wako pia, naomba msimame. Meeting ya pili. Asante. Hayo ndio yale tuliongea. Asante sana. Sasa ninakuja kwenu. Hayo mambo yote ambayo tuliyapanga, ni akina nani wanakubaliana yaweze kuendelea? Asante sana. Mungu na awabariki. Karibu. Asante kwa hayo. Tunamwalika sasa Elder Sylvester aweze kutuambia kuhusu mambo ya welfare. Karibu. Asante sana Matam. Asante viongozi ambao umekuja kwa ajili ya semina hii kubwa. Kwa sababu ya muda ningependa kwenda straight kwa yara ambao yanatuhusu. Tumeangalia sana, tukaona tumekuwa tukiimba, pia tunachuana, tunatangamana pamoja, lakini ikifikia wakati wa shida hatufikiani karibu. Hivyo tukaamua kutafuta njia ya kwamba shida ya Magena ikuwe shida yetu ya field, shida ya Omosaria, shida ya kutoka uko Nyakembene, hata Etago hapa katikati, uko Gregorian, Sheltuka, Kirigorisi, ikuwe yetu wote. Kwa hivyo tukianza tukasema welfare hii it will cut across. Kukata across ni kusema nini? Kwamba watu wengi wanajua welfare inashughulikia mambo ya shida za mauti, lakini sasa kuna mambo mengi ambao welfare itakuwa inaangalia. Kama sasa watu wetu walikuwa wanalia sana mambo ya registration, mesikia vile kamati imeketi ikasema ya kwamba registration P1s and 1s for all. Hiyo ni kwa sababu ya wema wetu sisi kama viongozi na kwaya zetu. Sehemu nyingine ya pili kuona ya kwamba kama Magena wametangaziwa kuwa na semina, imekuwa kwa wakati ambao umefaa, wageni wamepatikana wako pale na kila mtu amefurahi. Technicians wamefika in time and that work is done. Also is part of our well-being. Na hii welfare nataka kuangalia jukumu la Yesu Kristo alitupa ya kwamba nendeni katika ulimwengu wote mfanye watu wote wakuwe kuna watu hapa wakuwe wafuasi wangu, mkiwapatisa wale wamekubali kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hivyo lazima tuone tumefanya kazi ya fellowship na pia mambo ya kufanya evangelist, yani kueneza neno la Bwana kulingana na jukumu kubwa ambao tumepewa. Nataka kuipanua ile kila mmoja mwingie ya kwamba hii welfare yetu itatusaidia hata kutukumbusha ya kwamba sio uimbaji tu. Pia kuna kule kukuwa na Bible studies katika our choirs na katika mikongamano yetu yote. Sasa tukianza hii welfare, tulianza na kesi number 1 ambayo ilikuwa ni bahati mbaya, tukampoteza mama wa technician wetu Bwana Sakari Onjoke. Kwa hivyo tukaandikisha kwa wall zetu na members, asante kwa sababu mlipata kutuma kitu kidogo, na kisha kwa sababu tulikuwa tumeanza rasmi tukamkabidhi mwenzetu Sakari Onjoke. Sakari Onjoke uko hapa?
Hebu simama tukuone. Huyo ni our technician. Alipoteza mamake muda mchache tu baada ya kutoka kwa ile meeting. Kwa hivyo tulipata kesi yake ni kesi number 1. Thank you. Kwa hivyo ukiingia welfare ujue ya kwamba kesi number 1 iko na inasimama, pia inakuhusu kama mwenye ameingia welfare wa miaka 5 ambayo tumetangaziwa. Sehemu nyingine ni kwamba kuna wakati tunaambiwa tukienda trainings tunaenda set piece, na kumbe kuna wale ambao kidogo wamefunga mambo ya set piece kwa mafikara zao. Training zetu asitahusu set piece peke yake, sitahusu mambo ya jukumu kubwa ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu, na pia sitahusu katika kutrainiwa mambo ya nyimbo zingine kuanzia nambari 1 hadi tuone kama tutamaliza mambo ya training za vitabu. Kwa hivyo msitarajie tu ati ni set piece. Number 2, hawa kwa sababu wanatumwa na field sasa, wangependa kukutana na kwaya sote. Sio watu kutuma watu wachache, enda pale msikie maneno mtuletee. Hakuna kuletewa. Kucha mahali umeitwa na kwaya yako, trainiwa. Kwa sababu kuna mtu anaweza kushika vizuri kukuliko. Naweza kuwa unashika makosa, lakini kuna mtu anaweza ku. Kwa hivyo tu mkisikia train kama hii ya Kenyenya ambayo imetangazwa ya Magena, tuhakikishe ya kwamba kwaya sote zimefika. Kuna kitu kingine nataka kurekebisha kidogo kwa sababu ni kujali masirai. Kuna mahali wakati tulikuwa tuna train set piece hapa kuianzisha lazimi, mmoja akasema ya kwamba jaribu uwezavyo ushike vizuri kwa sababu utaenda kutrain. How I wish you don't do it before technicians come to your area, because unaweza kutrain kitu kibaya. Ngoja wakati wako ifike, technicians wakuje kwa station level wakufungulie ndio waanze kutrain. Mwisho nataka kumalizia nikisema ya kwamba our welfare will cater for who? Welfare field ita cater for choirs, ita cater for viongozi, ita cater for coordinators, technicians, choir directors and even choir members. Lakini ni wewe mwenyewe, hailazimisi mtu. Wewe mwenyewe ndio utaona kama hayo masirai ni mazuri kwako. For example, you are a coordinator. At the same time you might be a choir director. You don't register to be a welfare member of the field, and then you are member yule ambao unaongoza kibahati upate yeye amejiregister. Wakati kesi itafika tutahudumia member na tutakosa kukutumia kiongozi. Sitaonekana vibaya sana, lakini kwa hivyo tunatangaza leo kwamba kila mmoja ambaye ni ako katika kitengo cha juu, director, coordinator, na pia wale ambao wanaongoza katika masuala mengine, mjiandikishe katika welfare. Registration is 200 for facilitation. Tunajua ya kwamba welfare iko na mambo mingi. Mtu anaweza kufufua mamaka aliyekufa zamani ili ahudumiwe. Si ni ukweli? Umuntu no muntu na wakaragendo kieke na wamobereka. Kwa hivyo welfare itahitaji kujua huyu mtu ambaye nataka kuhudumia ni she or he part of the nuclear family. Kwa hivyo inahitaji pesa ya kutembea, kupembeleza na kufanya investigation before we act. So that is why we register with 200. Tayari tuko na watu 12 ambao wamejiregister, but we have 39 contributors who contributed to Njoke's case number 1. So against the 39 contributors nataka kutofautisha. Kuna tofauti kati ya contributor na mtu kujiregister. Kujiregister you become a member, and then we deal you a member na nuclear family yako. Na contributor ni well wisher. Pole sana Njoke, Mungu akutie nguvu. That is a well wisher.
You can be a well wisher but not a member. Lastly, we shall have a wall. Mmesikia minutes zimesema tukijiandikisha kuna time limit ambao nitawauliza saa hizi, hatungeweza kuiweka kwa sababu umati ndio naweka, mtanipa kwa sababu nyinyi ndio tunataka mjiandikishe. Kwa hivyo hiyo limit ikifika tutafunga. Kama utafungiwa nje, utavumilia ungoje mwaka mwingine ujao kwa sababu is annually. Registration is 200 annually. Kwa hivyo ukifungiwa nje kwa ule muda ambao utatoa, you will wait till next year. Registration is done to who? Registration unaifanya kwa jina linaitwa, ndio sababu naongea pole kama mtu anaandika andiki. Esther Nyabuto. Jina litatokea kwa ile pesa ambao utatuma, itakuwa ni Esther Nyabuto. Nambari ya simu 07 16 64 24 57. Ntarudia 0716 64 24 57. Hiyo ndio nambari ambao unatuma pesa zako kwa pesa, M-Pesa yani. Unaituma hapo, alafu utaona jina Esther Nyabuto. Kama litatokea Esther Nyabuto, cancel haraka, tena angalia vizuri ndio tume. Members, na washukuru sana kuwa hapa, na tutapita katika station zote tukieneza hii injili kwa sababu hatutaki mtu apaki nyuma. Tuwe pamoja kwa uombaji na pia tuwe pamoja katika masirai yetu. Mungu awe nanyi. Asante sana Elder Sylvester. Ni kama kuna kitu ulisahau, hiyo kelele ni kwa sababu ulisahau. Okay, asante kwa hiyo kelele, imenikumbusha kwamba kuna kitu nimesahau. Kitu ni kwamba ni time limit. Tulikuwa tuweke muda. Sisi kama ofisi tulikuwa tumeonelea mwisho wa mwezi huu ikuwe ni mwisho wa kujiandikisha, mwezi huu wa 4. Nyinyi mwaonaje? Nataka mikono miwili mitatu nitamatishe wakati haupo kwa upande wangu. Nataka mapendekezo. Pendekezo la kwanza iko sawa. Kipanda hichi kimesema mwezi wa 4 mwisho, iko sawa. Tufunge na tuendelee na wale ambao tumepata. Kipanda kile iko sawa. Kwa hivyo kuna mkono. Simama chieleze. Uliza. Okay, contribution. I'm sorry kama sikusema, contribution ni 200 per member. Contribution ni 200. Registration ni 200. Hizo ni facilitation siko kando. Okay, sawa. Hii ni ya field. Ya station mnaweza kuwa na yenu, tutakuja tukifika station yenu tutaongea kinyumbani. Alafu kwa sababu kwenu ndio kuko na watu wengi, na sisi tutaona vile tutaingia kwenu. Sawa? Nafikiri hivyo ni sawa. Wacha niwasaidie. Amjambo. Nataka niwasaidie kwa sababu tulisema tunataka tuwe watu wa moja, si ndio? Kutoka kila sehemu. Tukasema those who are willing, wala ambao wanataka kujoin. Tuko pamoja? Hatujasema ati lazima kila mtu afanye nini? Tukasema wala ambao wanataka kujoin, you register. Wakati mmeregister, mtatengeneza wall. Wala ambao wameregister watakuwa kwa group yao, WhatsApp group, mtakaa muweke rules zenu, goals zenu na kila kitu. Tuko pamoja? So for now, wala ambao wanataka kujoin mtajiregister,
ili mkimaliza hiyo deadline ikipita, then from there sasa mkae mpange nyumba yenu. Si hiyo itakuwa sawa? Tumeelewana sasa? Asante sana. So kwa sababu ya muda, yes, kuna mwenye kuna swali tena? Okay, ako wapi? Simama. Yes. Asante. Unajua in any welfare si registration na kwanga once ndio mnakuwa na members. Sasa hiyo tutaongea wakati tukiwa as a welfare member wote, members wote to set our rules. Si hiyo itakuwa sawa? Because unajua wakati una register unakuwa member, si ndio? Yes, ukikuwa member sasa ushakuwa member, utaendelea unless you default tena ndio ufanye nini? Ndio utaka kurudi. Si hiyo itakuwa sawa? Kwa sababu ya muda ningependa kusema mambo mawili. Jambo la kwanza yes. Hiyo tumeelewana? Hapana, tumesema watu wa register once and then from there that's a commitment kwamba you are a member. Tuko pamoja? Asante. Sasa what we do, this is what we do. Mkiingia kwa those member wa register, wakae wapange nyumba yao, si itakuwa sawa? Haya, tumemalizia hapo. Sasa jambo la kwanza nilikuwa nasema ninawaomba jambo la kwanza tutulie. Umetulia? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya, asante. Kitu chenye nilikuwa nasema ni kwamba tuchukulie serious mambo za trainings. Tuko pamoja? Kama leo vile tulikuwa tumepanga tutatumia ile boardroom, Mungu ni nani, watu wakakuja kwa wingi, si ndio? Imebidi tukatafuta alternatives, ndio maana tulichelewa kidogo. So tuchukulie serious all the trainings. Mwaka huu tumesema lazima tushirikiane pamoja, na matangazo ya kija katika makanisa yetu tuwe tunafuatilia sana. Tuko pamoja? So kama kesho Kenyenya substation wote tutakutana Kenyenya main. All choirs from Kenyenya substation tutakutana kule. All choirs from Magena substation tutakutana on Wednesday. Hapo technicians watawaelekeza kwa hiyo set piece na other on choice pieces zenye mtachagua. Tuko pamoja? Kwa hivyo nawaomba muweze kuattend hizo meetings ili tuweze kusaidiana, tuweze kuongozana vizuri, ndio wakati tutaanza music fair ipate all choirs are ready. Isikuwe kwamba tulikuwa na meeting sisi hatukukumbukwa, hatukuja, ndio maana hatujafanya nini, hatuja participate. Same to other stations. Immediately tukimaliza all those station leaders from other stations zenye hazijapangwa, tutabaki kidogo, mtupe dates, then tutengeneze announcements, ndio tutume kupitia mesa ya pastor. Tumeelewana kufika hapo? Jambo la pili na la mwisho about the registrations. Registration vile mmeambiwa tuna register once. Tuko pamoja? Sio mlikubaliana? Sasa ninaomba, kwa sababu hizi shughuli zote facilitation, hata vile tumekuwa na hizi vitu tumeleta hapa, lazima zilipwe. So kindly naomba niulize kwanza, kuna wale ambao walikuja na hiyo registration?
Nione kwa mikono wale wenye walikuja na hiyo registration. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa what you do immediately we are done, mtakuja hapa kwa secretary, you register, hiyo pesa ifanye nini? Iweke kwa account. So naomba kindly sikiza, kila mtu amenisikiza. Chenye tunataka tufanye, hatutaki vile tulikuwa tukifanya hapa awali, mna register district, mna register station, mna register field. Inakuwa expensive for us, ndio? Na sisi tunatafuta. So tunaomba all choirs, all churches, in fact all churches, ensure that kanisa lako limeregister kwaya yako. Tuko pamoja? Na jambo la pili, kama kuna any singing group ambayo iko kwa kanisa, pia iweze kuwa registered. Mbona tu register? We are going to have many events that are going to come. Umeitwa, kwaya yako imeitwa iende district fulani, that's outside your district, lazima ikonfirmiwe kutoka kwa field kama hiyo kwaya iko nini, iko registered. Sasa kama mtaitwa muende mahali kuhubiri na mjaregister hapa, mtaenda? Hamtakubaliwa. So tunataka field yetu through our patron aweze kujua kwaya zote ambazo akonazo kwa field. Wakati anapigiwa simu, anaambiwa tunataka kwaya fulani, anaangalia kwa system, anapata hiyo kwaya imefanya nini, imeregister. Kama haijaregister, anasema hiyo kwaya siitambui. Tuko pamoja? So that is fike mahali ambapo tutaanza kuweka lawama, mbona tumeitwa na hatujafanya nini, hatujaenda. Kwa hivyo tuweze kuregister. That man will facilitate our trainings, our adjudication na kila kitu ambacho tutapanga, na Mungu awabariki. Kwa sababu ya hiyo, ningependa tuweze kusimama, tuimbe number 154 stanza moja na chorus pekee, ili tuweze kukaribisha mahubiri, tumalize tukienda nyumbani. Tuweze kusimama. Kuna mtu alikuwa ameoka kando kwa sababu ya nyimbo. Sio mtu, ni technician. Yanipasa kuwa na hiyo. Yanipasa kuwa naye. Tracing. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Tumalizie hapo, tuombe. Baba wetu mtakatifu waishaye mahali pa juu, tunanyenyekea miguuni pako tukiwa na wingi wa shukran kwa sababu umetuwezesha kufika mahala hapa. Angalia yale yote ambayo tumeweza kuyazungumza. Kwa njia ya kipekee tunamkubali na kumkaribisha Roho wako Mtakatifu aweze kushuka, aweze kutamalaki mahala hapa, na katika kazi hii ambayo umetukabidhi sisi kama waimbaji, twaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza, na zaidi ya yote jina lako liweze kuhimidiwa na kuinuliwa milele na milele. Hebu tuongoze kwa kila jambo. Mnenaji wetu ambaye ni pastor wetu, patron wetu, anapoenda kuongea pamoja nasi, tunaomba kwamba uweze kumtumia kwa njia ya kipekee. Ni katika jina la Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Waimbaji kwa sauti moja naomba kuwasalimu. Bwana asifiwe. Nahitaji kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai ambao ametupatia
Nahitaji niwashukuru nyinyi nyote kwa sababu ya kutenga kando shughuli zenu za kibiashara, shughuli zenu za mashamba, shughuli zenu za sikukuu za Pasaka kwa minajili ya kuja hapa kushauriana na kufanya kongamano hili la siku hii ya leo. Lakini pia nishukuru viongozi ambao wamepanga programu hii mahali tumefika na tangia asubuhi yale yote ambao tumefanya. Naelewa au nadhani ya kwamba kuna mambo fulani ambao labda hatujafanya jinsi ulivyokuwa unahitaji. Tumeenda kwa kasi, tumeenda mbio sana, ni kwa sababu tulikuwa tumepangana ya kwamba by saa 6 tuwe tumemaliza. Ila tunaomba radhi ya kwamba tulipanga ya kwamba tutafanyia kule boardroom, tukapata tumekuwa wengi, na kwa sababu ya sikukuu hizi za Pasaka wengi wetu departmental heads na wote maofisi tumefunga kwa sababu ya sikukuu ya Pasaka. So tunaomba radhi kwa yale ambayo hayajafanyika jinsi ambavyo ulikuwa unakusudia, ndio maana tukakosa viti, lakini nashukuru kwa uvumilivu wenu. Mungu na wabariki. Niseme tu kabla sijafanya mahubiri, niseme ya kwamba haya yote ambao tulipitisha, tukaketi, tukapitisha, tukaonelea ni vema tuwajalete kwenye business meeting kama ya leo. Naomba ya kwamba tuyatilie maanani. Kwa mfano registration hii ya welfare tuyatilie maanani, registration ile ya kwaya. Hakika ni kwamba miaka ya nyuma imepita, unaweza ukakubaliana nami ya kwamba kwa nyingi hatukuwa tunashiriki kwenye mambo ya set piece na uimbaji huu wa music fair. Chanzo kikubwa jinsi ambavyo kwa utafiti wangu au kwa research yangu, chanzo kubwa ni kwamba hali ya kiuchumi sio nzuri. Na ilikuwa unapata ya kwamba district level tunalipia shilingi 1000, tukiingia station level pia mlikuwa mnalipia station level, tena tukiingia field level tena tunalipia. Tuliposhauriana tukaona ya kwamba hiki ni kikwazo. Hiki ni kikwazo maana uchumi sio mzuri. Na kwaya hizi zikilipa district, zilipe station, tena zilipe field, inawakalia kwaya zingine inakuwa ni mzigo mkubwa. So ndio maana tukaonelea ni vema ili kila kwaya ishiriki kwenye set piece, ili kila kwaya ishiriki kwenye music fair, tulipe ile 1000 ya registration, tungangane vilivyo na hii kamati, tuone ni jinsi gani itashughulikia hayo mambo yote kwa pamoja. Hayo mambo ni yako sawa lakini. And therefore our expectation ni kwamba kila kwaya kwenye kanisa, iwe wanataka kuimba set piece iwe hawataki kuimba, kwaya za vijana, kwaya ambayo ni ya watu binafsi like yule ambaye ametoka Ogembo, kuna ile kwaya Pulse of Truth, nao tunawahitaji katika mambo kama haya. Gents ministers na wengineo tunawahitaji, maana wao pia ni waimbaji. Lakini niwaambia kwamba kabla hata sijahubiri, hivi majuzi tumetatua kesi moja union. Kuna kwaya inaitwa Naronyo, I think wengi wenu mnaifahamu. Naronyo kwa sababu haijulikani kama imesajiliwa, imetoka ikaenda nje ya field. Kufika kule tunapigiwa simu, mnajua kwaya inaitwa hivi na hivi, iko huku, hatuelewi, hatujui chochote. So that is why hii mambo ya registration ni ya muhimu, ili tujue kama field ya kwamba kuna kwaya inaitwa hivi na hivi, imesajili, ina members wangapi, ni members 42, angalau jambo lolote likitokea, nasi kama uongozi wa field tunalifahamu ya kwamba hawa ni wenzetu wametoka kwa hili na lile. Kwa hiyo nawasihi sana ya kwamba tusije tukaiwekea siasa yoyote. Na hata zile fedha ambazo zitalipwa ndio maana zinalipwa kwa field, kwa ile pay bill ya ofisi. Naamini ya kwamba tutashirikiana vilivyo. Jambo la pili ni kwamba tumeambiwa hawa technicians ya kwamba kwa sababu hizi kwaya ni nyingi, training zinaanza immediately baada ya kikao hiki cha leo. Ndio maana imetangazwa kwenye makanisa especially Kanyinya station ya kwamba
makanisa ya Kenyenya B, Kenyenya A, hii substation, wote kwaya zote zitakuwa pale Kenyenya. And then on Wednesday kwaya zile zinatokea upande wa Magena under this same station watakuwa Magena Main. Sasa basi nawasi hivi, tangazo hilo likifika, we expect, kwa sababu technicians wote tumetenga siku hizo kwa sababu ya hiyo station in particular, isije ikawa ya kwamba maybe kwa mfano tu tuseme ni Matongo hawakuingia kwenye hiyo training, sasa kuja kupata technician ya kwamba tena rudi kule station itatukalia ngumu. Maana we have 13 stations, tuna station 13. Na hizi station 13 tumeafikiana ya kwamba tufanye trainings ndani ya miezi miwili, mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Ili mwezi wa 6 sasa music fair ianze kirasmi at ngazi ya district. Kwa hiyo ndani ya miezi miwili hii technicians hawa hawatakuwa nalala, watakuwa na pita angalau wahakikisha kwamba kila kwaya imekuwa trained ipasavyo, ili tukiingia kwenye music fair at district level mwezi wa 6 na station level iwe ya kwamba kila kwaya imekuwa trained. Ndio utajua ya kwamba ule uzuri wa kufanya registration ya shilingi 1000 kweli zimetumika ipasavyo. Mungu na atusaidie kwa hayo. Niruhusu sasa niingie katika mahubiri ya siku ya leo kutamatisha kongamano hili ambalo tumekutana hapa. Naomba tusome kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17. Injili ya Yohana sura ni ya 17, haya ni ya 3. John chapter 17 verse number 3. Kwa haraka nataka kutumia muda mfupi sana. What does it record? Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Any other version? Kiswahili labda. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, maana kuna miungu mingi ya kuabudiwa, Mungu wa kipekee na Mungu wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. New King James Version Biblia inasema, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu ishiye mahali patakatifu, ni asante maana umetuleta kwenye field hii, station hizi 13, tukusanyike kama waimbaji. Lakini katika kusanyiko hili Baba, tunahitaji tukujue na tukufahamu vema zaidi. Huenda ikawa imekuwa tukikuabudu lakini hatujakufahamu. Huenda ikawa tuko kanisani lakini baada hatujakufahamu vyema. Sasa wana wale wafuasi wako 12, baadhi yao hawakuwa wamekufahamu kiuhalisia. Naomba utujulishe kama waimbaji namna ya kukufahamu vema zaidi. Ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Namna ya kufahamu Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu, katika hali ya kumfahamu Mungu, anahitaji tumwabudu. Tuingie kwake tumwabudu, tumsujudu na kumwabudu. Ndio maana kwenye maandiko atakuambia Daudi kwenye Zaburi 95, Kiswahili kile Zaburi 95, haya ile ya kwanza na ya pili, atakuambia Daudi, njooni tumwabudu, njooni tukusujudie kwake. Naomba dada usome Zaburi 95, sijui ile mic ya pili kama itakuwa wapi, verse 1 and 2. Shem, saidie. Nataka nitumie muda mfupi sana ili tumalize. 95 verse 1 and 2. Nasema, inasemaje? njooni tumuimbie Bwana.
Wanaoambiwa wamwimbie Bwana ni kina nani sasa? Sisi ambao ni waimbaji, sisi ambao tumeacha shughuli zetu, sisi ambao mwaka huu tumechaguliwa kama directors wa kwaya, tumechaguliwa kama choristers wa kwaya. Anasema hivi, njooni tumuimbie Bwana. Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani. Tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Kwa hiyo anasema njooni tumwabudu. Sikusikia neno kumwabudu kwa Kiswahili. Hebu ruka ingia fungu la 5. Bahari. Fungu la 6. Njooni tuabudu. Njooni tuabudu. Tusujudu. Tupige magoti mbele za Bwana aliye tuumba. Njooni tuabudu. Hapo ndipo kelele cha mahubiri yangu katika kongamano hili. Nahitaji nikwambie hivi, Mungu, kwa sababu tumeangalia pale Injili ya Yohana, amesema ya kwamba kuna miungu tofauti tofauti ambao watu mbalimbali wanaiabudu. Lakini Mungu anasema ambaye anastahili kuabudiwa ni Mungu wa nani? Mungu wa kipekee na Mungu wa kweli, the true living God. Ndiye Mungu peke yake ambaye anastahili kuabudiwa. Lakini nikwambie hivi, katika ibada hiyo Mungu ametenga mambo kama 4 makubwa ambayo tunastahili kuyatilia maanani katika ibada zetu. Napokusanyika katika ibada kama siku ya leo, napokusanyika kwenye ibada kama siku ya jana, kwenye kanisa lako mahali ulikuwa unaabudia, nami nikiwa ni kule Sharituka mahali nilikuwa nafanyia ibada zangu jana, kuna mambo 4 nyeti ambayo kama hayapo ibada hiyo sio kamili. Naomba nikuorodheshe mambo hayo 4, maana nimeona watu wanahitaji kuandika. Ili ibada iwe ibada kamili, jambo la kwanza ambalo linahusika pakubwa ni kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Studying the word of God. Ndio maana kwenye kanisa mahali ulifanyia ibada jana, utapata ya kwamba watu wameingia wakasoma lesoni, kusoma neno hilo. Utapata ya kwamba kabla ya kusoma lesoni, watu walikuwa wamefanya ile Sabbath school program ya mapema, wakasoma missions reading, hilo ni neno la Mungu. Wakaingia kwenye lesoni, neno la Mungu. Wakaingia kwenye ubiri kuu, neno la Mungu hilo. Wakaingia kwenye Bible study in the afternoon, neno la Mungu. Ndio maana Paulo atakwambia neno la Mungu likae ndani ya nafsi zenu kwa wingi. Wakolosai 3:16 hatusomi. Atakwambia neno la Mungu likae kwenye nafsi zenu kwa njia gani? Kwa wingi. Mbona kwa wingi, mchungaji? Ili neno hili lipate kukusaidia kuelekea mbele. Lakini atakwambia Waibrania, neno la Mungu hili linakata kuwili, kushoto litakata, kwa kulia litakata pia, neno la Mungu. Lakini atakwambia Daudi kwenye Zaburi 119 haya 105, atakwambia neno la Mungu hili ndilo taa ya miguu yangu, ndilo linalonielekeza. Neno la Mungu. Ndio maana Yesu Kristo alipokuwa anajaribiwa baada tu ya ubatizo, kwenye Injili ya Mathayo sura ya 4, Yesu tu baada ya ubatizo anajaribiwa na shetani. Alimjibu namna gani shetani? Anamwambia imeandikwa, usimjaribu Mungu. Imeandikwa hivi na hivi, imeandikwa hivi na hivi, neno la Mungu. Kwa hiyo kumjua Mungu vyema inatuhitaji sisi kama waimbaji tuendelee kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ambalo linafanya ibada iwe kamili kama waimbaji ni kusema ni maombi, prayer and supplication, maombi. Ndio maana katika kanisa lako mahali ulifanyia ibada jana, utapata ya kwamba mulianza na maombi, kisha baadaye pale baada ya lesoni mkaingia tena kwenye maombi. Baadaye kuna kipindi cha maombi ambacho kinachukua takriban dakika robo saa. Mkafanya maombi, mkasoma neno la Mungu, mkafanya maombi. Hapo ndio mahali ambapo watu wanamwaga mahitaji yao kwake Mwenyezi Mungu.
Lakini kwenye maombi hayo Mungu anatuambia kwenye kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 aya ya 8, tusomi. Anasema cast all your burdens upon Jesus Christ. Hebu mwaga yale ambao na mahitaji yenu yote yampatie Mungu. Lakini atakwambia Paulo kwenye Wafilipi 4 aya 19, yale ambao ni mahitaji yako yote ana uwezo wa kuyajibu. Kwa hiyo mwaga, mpatie yote, mwambie yote, naye atayashughulikia, atajibu kadri ya uwezo wake. Haleluya. Lakini Yesu mwenyewe atakuambia kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 13, atakuambia Yesu Kristo mwenyewe ya kwamba ombeni jambo lolote nami nitafanya nini? Nitawapatia. John 14:13 hiyo. Lakini tangu alipotuambia ya kwamba ombeni jambo lolote, anapotutizama, anapotuangalia, anapata ya kwamba tujaomba. John 16:24 atakwambia mpaka leo hii ninapowaangalia waimbaji, ninapoangalia mchungaji, ninapoangalia wazee wa makanisa, hamjaomba, ombeni. Lakini Paulo atakwambia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya ya 17, atakwambia pray continuously, omba bila kukoma. Nikashuhudia kalenda moja ikanifurahisha sana. Kalenda moja kwa hizi ambazo mnanunua kule sokoni, nilipokuwa nafanya visitation Riverside Church last week during stewardship week prayer, kaona kalenda moja imeandikwa push, P-U-S-H, yani to pray until something happens. Ndio maana Paulo anakuambia pray continuously. Lakini jambo la tatu ambalo nilafanya ibada iwe ibada kamili ni utoaji. Utoaji, giving of different resources, giving of tithes, ambayo ni amri yake Mwenyezi Mungu. Mungu anahitaji ya kwamba tuitilie maanani, maana hiyo ni amri. Atakwambia Malaki 3 aya 9 kuelekea 10, atakwambia toa, maana ni amri. Na ule utoaji ndio unahakikisha ya kwamba idara ya stewardship ambayo ni idara nimesimamia hapa kwenye field imetimia. Kwa hiyo utoaji, kwa vile ambavyo Mungu amekupatia, hakikisha ya kwamba unatoa. Ndio maana Paulo atakuambia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 16 aya ya kwanza na ya pili, kila siku ya kwanza ya Ijumaa kama leo, anza kutenga kando kila ambacho umebarikiwa nacho. Kitenge kando, kufikia siku ya Sabato una zaka kamili. Lakini atakwambia hivi ya kwamba zaidi ya zaka kuna utoaji mwingine kama sadaka za makambi. Ndio maana watu mbalimbali wameanza kutoa sadaka za makambi. Sijui watu wa Sharituka kama wako hapa. Sharituka mko hapa? Sharituka, may God bless you. Watu wa Sharituka mahali nilikuwa nahubiri jana, by the way, sadaka za makambi, watu wamejitolea ng'ombe 5. Watu mbalimbali. Mbuzi nikihesabu ni mbuzi 9 ambazo wametoa kama sadaka za makambi. Kuku zilikuwa sijui 20 na ngapi. Kwa sababu wameona kile ambacho Mungu amemtendea tangu mwaka ulipoanza. Kwa hiyo naye jitengenezea hazina yako, fikiria, piga mahesabu yako, nitamtolea Mungu nini? Kwa sababu Mungu amenilinda, amenipatia uhai wa bure, pumzi ya bure ya kupumua. Hebu niwaulize waimbaji, leo hii Mungu angekunyima pumzi dakika moja, ungesurvive? Ndio maana utoaji sasa unaingia hapo. Lakini jambo la mwisho, ili ibada iwe ibada kamili, ni uimbaji, singing of praises and songs. Singing of praises and hymns and songs. Hebu tusome Wakolosai sura ya 3 aya ya 16 part B. Soma. Colossians, my sister pale, Colossians chapter 3 verse 16. Nasema? Inasemaje?
neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Hiyo ni part A. Sasa part B, mkimwimbia, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mkifundishana. Ndio maana tumekusanyika hapa kama waimbaji. Tufanye nini? Tufundishane, tuelimishane, tufahamishiane kila ambacho ni neno la Mungu. Lakini zaidi hapo amesema ya kwamba maana this is one of the component, maana hii ni idara moja ambayo inahakikisha kwamba ibada imekuwa kamili. Sasa anasema basi katika kule kufundishana muweke mambo ya nyimbo, tenzi na nyimbo. Ndio maana technicians wetu hapa wamefanya ile introduction tu hapa, ili hakikisha ya kwamba hiki ndicho tunaelekea kufundishana. Kina Kennedy, kina Onchoke watakapotoka kuanza kufundishana, basi kila mmoja ashiriki hapo. Nataka nikwambie hivi, sehemu hii ya mwisho ya 3 ni sehemu ambayo ni nyeti sana. Maana nyakati zile Daudi akiwa ameshikilia ufalme, in the book of Chronicles, in the book of Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles chapter 35, Second Chronicles chapter 35, if you are there my sister, verse 15. Wakati Daudi ameshika uongozi, ndio maana aliangalia, akaanza kuangalia ni kina nani ambao ni waimbaji. Akamtambua mzee Elkana, akamtambua mzee Onchoke, akamtambua Elkana pale, akamtambua Shinuka pale, Eunice, akakutambua wewe, akakuleta fulani kutoka pale, akamleta Gladys toka upande ule, ili wakusanyike kwa sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Maana agano la sanduku la agano lilikuwa linabebwa, linatolewa mahali pamoja kuelekea kwingine. Now can you read there verse 15? Biblia inasema, nao waimbaji wana wa Asafu wakusimama, nao waimbaji wana wa Asafu wakasimama mahali pao, kama alivyoamuru Daudi. Na Asafu na Hemani na Yeduthuni mwonaji wa mfalme, nao mabawabu walikuwa katika kila lango. Hawakuhitaji kuondoka katika huduma yao, kwa kuwa ndugu zao Walawi wakawaandalia. Imeisha. So wakakusanya waimbaji toka station ya Sharituka, wakakusanya wengine kutoka Kilgoris, wakakusanya wengine kutoka Mogenda. Ndio hao ambao wamehesabika hapo 16. Kisha akasemaje in that service ya haya 16? Basi huduma yote ya Bwana ikatengenezwa siku ile kuifanya Pasaka na kutoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana, kama alivyoamuru mfalme Yosia. Kwa hiyo umeona jinsi ambavyo maandiko haya yanavyoingiliana. Walitoa pia sadaka za nini? Hello? Walitoa sadaka za nini? Za kuteketezwa, ili ibada iwe ibada kamili, zile ambazo nimekwisha kusema sadaka. Lakini pia wakaja kwa sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa imbaji, ili ile service ya Pasaka kama ile ya jana ili iwe kamili, wakakusanyika kwa jambo hilo. Ukirudi hiyo Mambo ya Nyakati, First Chronicles chapter 15, sasa wamejiandaa kubeba lile agano, lile sanduku la agano. First Chronicles chapter 15
verses 2 and 3. Daudi sasa anatoa agizo, maana wamechaguliwa. Sasa Daudi anatoa agizo namna litakavyobebwa. Kuna watu maalum, the anointed, kuna watu ambao ni wapakwa mafuta ambao walikuwa wametengwa kando ya kwamba nyinyi ndiye mtakao beba. Lakini waimbaji nao walikuwa wameteuliwa wakatengwa kando, kwa sababu na wao walikuwa na umuhimu wao. Soma haya ya 2 na ya 3. Ndipo Daudi akasema, haimpasi mtu ahawaye yote kulichukua sanduku la Mungu, isipokuwa Walawi peke yao, kwa kuwa hao ndio aliowachagua Bwana ili walichukue sanduki la Mungu na kumtumikia daima. Basi Daudi akawakusanya Israeli wote huku Yerusalemu ili kulipandisha sanduku la Bwana mpaka mahali pake alipoliwekea tayari. Sasa swali kuu, ni kina nani ambao walikuwa wametengwa kubeba lile sanduku? Walawi. Hamna mtu yeyote yule ambaye angehusika kulibeba. Just because of time sitaingia huko. Kuna mtu mmoja kwa jina Uza ambao aliona ya kwamba ile sanduku linatikisa, linaelekea kuanguka. Alipoguza alianguka pale pale akafa. Kwa nini? Hakuwa ameteuliwa kuliguza lile sanduku, ila ni wale Walawi. Sasa ruka enda 16. Hiyo mahali tulikuwa, that same chapter, lakini haya ya 16 usikie waimbaji na wao pia walikuwa wametengwa. Ina maana ya kwamba waimbaji na wao kazi yao ilikuwa ni nyeti. It is a holy event ambao walikuwa wanastahili kuifanya. Haya ya 16. Kisha Daudi akamwambia mkuu wa Walawi kwamba awaagize ndugu zao waimbaji pamoja na vyombo vyao vya kupigia ngoma, finanda na finubi na matoazi, wavipige na kupasa sauti kwa furaha. Jamani, mmesikia kifungu hilo? Akawaagiza Walawi, wale waimbaji, ya kwamba nanyi kwa sababu ya kutangaza injili hii, nanyi mmepatiwa sehemu kubwa, sehemu ya uimbaji. Nahitaji niwahakikishie wazi ya kwamba katika field yetu nyinyi mmeteuliwa kama viongozi wa kwaya zetu, wakiwemo hawa viongozi hapa. Na nataka niwaambia kwamba sasa kila ambacho tunawaagiza ni kwenda kuanza kupasa sauti, kuanza kutangaza sauti hii, ili wengi wapate kumjua na kumfahamu Mungu wa kweli, ambaye tu ndiye anastahili kuabudiwa, na Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu, ili kupitia kwa uimbaji wetu tuwe tumetangaza injili hii kikamilifu kwa mataifa yote. Bwana asifiwe. Nahitaji nisome kitabu Selected Messages. I'm about to finish Selected Messages kwa yule ambaye ana hiki kitabu, kurasa wa 86, page 86. I wish I could get somebody to translate these words from English. Anasema hivi, page 86. Every true self-sacrificing worker for God is willing to spend and be spent for the sake of others. Christ says, he that loved his life shall lose it, and he that hates his life in this world shall keep it unto eternal life. Anasema Mama White ya kwamba kila mmoja ambaye ameita katika utendakazi wake Mwenyezi Mungu lazima ajinyime nafsi yake, lazima atumie muda wake, lazima atumie fedha zake kwa sababu ya kumuinua na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, leo hii kuna watu hapa ni wa Mugonga district ambao wako hapa, au Kenyenya district, watu wa Matongo district mko hapa. Leo hii soko iko wapi? Mugonga. Si wangekuwa nauza huko? Lakini wametumia muda wao kwa sababu ya kazi yake Mwenyezi Mungu ambaye imewaleta hapa. Leo hii watu ambao mmetoka mbali na karibu, mmepanda pikipiki, wengine mkapanda gari,
Eunice ukatoka kule mbali Kilgoris, nani amekupatia hiyo fare? You are spending your own money. Gladys umetumia fedha zako kutoka kule nyumbani to come here. Leo hii watu departmental heads wenzangu wako kwenye likizo kwa sababu ya sikukuu za Pasaka. But here we are together with you. We are spending our time here. Ndio Mama White anasema ya kwamba you must be willing to spend and to be spent. Lakini nataka ni kuwasomea pia ukurasa wa 116. Anasema when the church awakes to the sense of her holy calling, many more fervent and effective prayers will ascend to heaven. Anasema Mama White ya kwamba sisi wote kama wanakwaya tukiinuka, tukianza kutangaza injili kupitia kwa uimbaji wako, hakika kuna wengi kule ambao hawajamfahamu Yesu Kristo. Kupitia kwa uimbaji wako wengi watakuja kwake Yesu Kristo ili na wao wajiunge na jamii ya Wakristo. Mungu na wabariki. Mungu na wasaidie katika utendakazi huu wa uimbaji ili ushiriki pakubwa kwa kujitolea ili tuitangaze injili hii. Na tunapoingia kwenye music fair, wengi kule hata kwenye union wanapotazamia kwamba when tulikuwa Mombasa Watamu, music directors from every field na conferences walikuwa wanasema ya kwamba unajua injili ilianzia Kisii. So walikuwa wanasema ya kwamba we are expecting like 300 choirs, msitupige sana. Unajua nyinyi mnaweza mkaleta 300 choirs kwa music fair at union level. Yaani wanatuhofia kwamba tunaweza tukaleta 300. Inawezekana? Inawezekana. Lakini I want to say ya kwamba hebu basi tujue ya kwamba tunamtukuza ni nani na tunayemwimbia ni nani, ili tushirikiane pamoja kama field tuitangaze injili hii ya wokovu. Na ndilo ombi langu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Hebu sasa naomba tusimame na ule wimbo 154 stanza ya mwisho na chorus, kisha tuombe. Nitataka wale ndugu zetu wa Sharutuka, nitahitaji kuwaona kidogo. Najua mnaenda mbali, nilikuwa kwenu, najua ni mbali, lakini pia nitahitaji Otchaki Station nitaomba wabaki hapa mahali kuna meza pale. Otchaki Station yote. Naama na ananiambia Kenya Station pia waende pale. Ile Sharutuka na nani nitawaona. Mgeenda naambiwa waje hapa. Mwanze kujipanga vilivyo. Mtakapokutana katika hizo station, mjipange ya kwamba ikifika nizamu ya technicians kuja kwenu, muwe mmejipanga ya kwamba center ni wapi, kia kwaya ije, na tunataka kuhakikisha ya kwamba ile registration ya 1000 ianze kulipo kuanzia hata leo. Basi ili tusaidie. Nyacheki pia pale. Sasa kila station niseme hivi. Kila station naomba niseme hivi. Kwa Chaki tulisema hapa. Pale Ogembo Station. Juu kidogo iwe ni Nyamonyo Station. And then Sharutuka kule juu mahali niliona mlikuwa. Ifuatwe na Lorgorian, Kilgoris hapo. And then Magenche pale mahali kuna wale dada watatu pale. Kenyenya Station ni wengi, mje hapa. Hapa. Gani imebaki? Ogembo tumesema. Nyamache Station pale, Kenyenya pale katika kale kamlima. Mogenda ni hapa na Umusaria hapa. Sasa wimbo. Basi kabla tuimbe, iwapo umeona hii nakala ya majina jinsi tulivyojiandikisha, tafadhali uiwasilishe hapa mbele. Na ikiwa haukuwa umejiandikisha, ujiandikishe tafadhali katika ambao wameanza kujiandikisha ile welfare nimeona kwenye WhatsApp imeanza kwenda juu. May God bless you kwa sababu ya hilo. Basi hiyo stanza ya mwisho tukumbuke ile chorus jinsi tuliimba 4-4. Yanipasa kuwa naye. 3 sing.
yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho yake yaongoza hatua zangu zote, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Baba wetu na Mungu wetu, hakika hamna Mungu mwingine ambaye anastahili kuabudiwa zaidi ya wewe. Ndio maana tuimbe ya kwamba macho yako yatuangazie popote pale tuendapo. Hata tunaporudi makwetu mahali tulitoka, naomba macho yako yatuangazie barabarani. Napozuru kwenye shughuli zetu za kibiashara, shughuli zetu za ajira, shughuli zetu za mashambani, naomba macho yako yatuangazie. Hata kwa namna ya kujitafutia riziki ya kila siku, naomba nyakati zote utuangazie Mungu. Tufanye tukufahamu zaidi ya jinsi tulivyokuwa tunakufahamu. Tuwezeshe kuendelea kukujua zaidi na zaidi tukiwa hapa katika dunia hii ya watenda dhambi, ili mwishowe Kristo utakaporejea mara ya pili, isije ikawa ya kwamba tulikuwa waimbaji tu makanisani, bali tukukumbatia kwamba hakika huyu ndiye Yesu ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa hamu na gamu. Sasa tunaomba ya kwamba kama field utuwezeshe kwaya zetu zote, ule usajili ambao tumesema uanze kufanyika kwa sababu ya uimbaji, na kwaya zetu zote iwe ni private choirs in the churches, church choirs, kwaya za vijana, kwaya za kina mama, tujisajili kwa sababu ya music fair ambao tunakusudia kuianza hivi karibuni. Lakini kwa sababu dunia hii tunamoishi ni dunia iliyo na maafa, tulilaaniwa ya kwamba kifo tutarudi kwenye udongo mahali tuliumbwa. Ndio maana kama field tumeona as music department tuwe na welfare ya kusaidizana na kufariji wenzetu. Tuitikie mwito na kuanza kusema ya kwamba nasi tusajiliwe ili tujiunge kama pamoja, ndugu na dada. Utupatie neema zako za usafiri tunaposafiri. Utuunganishe tena nyakati zijazo, hasa tunapoanza trainings kuanzia siku ya kesho. Mapenzi yako yazidi kuwa nasi, ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu, na kila aminie kwa Kristo atamke amina kubwa. Amen. Registration ya attendance sio ile ambayo uliweka kwa gate pale ile ya field. Kuna yetu hapa ya kikundi cha music ambao nitatengeneza WhatsApp group yenu nyote, tuwe tukiendelea kusemezana hapo. Niliwapatia makaratasi kama hujanakili jina lako, station, district na namba yako ya rununu. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyempenda. Tutawapenda wasituondoe chuki, iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe, chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka
kujipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo